maana umenibariki na Land Cruiser, panda kwa Land Cruiser tuende kazi. Hiyo naomba tu saa, hata kama ni hiyo allowance nayo usitu tutalipa naye, lakini askari yetu wakae and rich. Wachukua tuelekee kazi kusaidia wananchi. Hapo tu sisi kama OCS sasa tukua katika hiyo manyumba. We are getting so many complaints. The landlords. Askari amekataa kulipa nyumba yangu, sijui nini. Sasa hiyo nayo unashinda utaondo namna gani? Lakini wakikaa pale ni kwa payslip inakatwa. So alafu tena unaona ile kitu ilikuwa hapa nyuma yetu saa hii ile sitaki kutaja. Ilikuwa ya kwamba wakati wananchi wamekasirika wanaenda mahali askari wanaishi. Alafu wanasema hata hii nguo tunaweza kufanya, wanafanya vitu mingi kwa askari. Alafu tukae pamoja. Alafu saa kitu kingine ninataka kushukuru being born out of this jukwaa la usalama. Niko hapo tu kwa hiyo bracket ya mimi na nakushukuru wewe. Hapo hiyo miaka ulitaja hiyo, mimi niko hapo. Tukua katika hiyo training and promotions. Askari yetu saa wale ambaye tunaongoza, ukisikia seminars, trainings and what have you, na other na wakubwa wetu hawa ni asisi, lakini wale watu vifaa ya kazi ile causes za kuwa promote, kuwa motivate aende hiyo tu causes, ndiye akikuja anakuja akiwa reject. Wako mbunge wanaendelea kuchambua sheria, so ile wanachambua tu kuwa wameelekezwa katika ile hizo sheria mpya zimekuja na tunaweza kupata njia kusienforce zaidi. Hapana cheka. Finally sir, niongee tu. Ulisema tutaje maneno ya wananchi wetu wale ambaye tunahudumia. Tungeomba, there are some of our stations zile ambazo, like now my area of jurisdiction, I come from Ndarakwa station, which is within North South County. That is, I walk huko ile ya Nyeri huko. So ikiangaliwa hii mipaka tunaweza kupata posti zingine siweko karibu. Wananchi yule anatumia around 500 or 600, anaweza pata huduma karibu saa. Otherwise, thank you. Unajua Mr. Muika, nilikuwa nimekuongezea dakika ukasema Our chief guest, CS wananchi watukufu na wenzangu, good afternoon. So my name is Phyllis Wairimu. I've been asked to address by my colleagues a few issues that are affecting us where we work. Some, but they said, say it anyway. Inaweza semekana nyinyi mkusema. First issue that I want
they will pray that it be addressed is the issue of the newly gazetted stations that are not able to operate fully kwa sababu hawana vifaa za kazi. Most of them don't have vehicles, and the officers have prayed wapewe AIE so that they can deal with administrative issues. Our second item is mobility. I know you've had issues of motor vehicles, but I specifically want to highlight what we are facing as Nyandarua County. We have 23 police stations, and we have only 8 motor vehicles. 2 are not functional, so you only have 6. And it's really as a lot of challenge because we cannot serve this the way we're supposed to serve them. My station has 8 posts that are served by only 1 motor vehicle that mimi ndio niko nayo. And it's becoming very, very difficult for me to operate. So, sir, we pray that you look into that. We also want to that have been brought from the headquarters, which are not enough. Inabidi sasa kama mama nigawe socks moja, kabuti moja, sweater moja. Nyandarua vile imesemekana ni mahali ya baridi. Na hii uniform yetu ya kawaida ile inatumika na mtu mwenye amefanya mahali nyingine kwa baridi. And unapata officers wetu, they've been forced to go and borrow items, buy items from the market because wana baridi hii nguo yetu wa that are suitable for the weather here. Shoes that probably are padded, Marvins that buti yenye iko na nini kidogo, warmer clothes for this weather, so that we become wawache kuumia. Morning collapse, and I checked on the weather patterns, it's like 700 degrees, and it's really not even fair for the people who are working outside. They also asked me to highlight the issue of utility bills, electricity bills and water, and meals prisoners. That officers are facing challenges when wale watu wanata supply na chakula, when their payments delay, they come to us. They assume the OCS is not pushing for the payments. So they ask that if they're paid in time, so that they don't tusiwe na vita na wenye wanatu supply. There's the issue of stationaries, pia ni issue kubwa. When most of us are forced to, when you don't get enough, wakubwa wetu wanapata kidogo, na saa zingine you're tempted to think, if I go to Nairobi, nitapata mingi kidogo. And have these stationaries brought nearer to us, even or the county level where we access them more easily. We'll appreciate that. The issue of health, because as officers, so our officers, when they are admitted into hospitals, na imekuwa ngumu ku establish what protocols to follow, they will call us what's supposed to be done exactly, so that when they go to hospital and they are sick, wasiwekwe wakingojea. So we what their rights are. Sisi na wananchi hatuna shida. We are serving them, they give us information. On the issue of motor vehicles, wako na motorbikes. Na kwa sababu barabara zetu saa zingine si accessible na magari, we wouldn't mind having a few motorcycles. You can easily
say thank you. Thank you so much, our two OCSs, Sebastian and Phyllis. And now it is your turn, the base commander for, I think, Orokarau, Eric Omachi. Thank you for this opportunity. The CS Interior, Mr. Kipchumba Murkomen, other government officials, all protocols observed. Good afternoon. I'm standing here as the base commander of Kalau and the acting CTO, Nyandarua County. Sir, first of all, we have to thank you very much for giving us this opportunity to air out our challenges and grievances so that we may be able to serve this Mwananchi well. Before I tell you, the people of Nyandarua are very good people. I've worked there for a while now. And especially, we've been teamed up with the county government. We've worked with them so far. And for the last 2 years, we've been having trainings with the drivers from the county government. We even issued them with certificates. And they are working very hard, and they're working very well nowadays. And again, I want to take this opportunity to tell you that the menace that we see in other towns of the border people in Nyandarua, it's no longer there. These people are very organized. We talk to them, and then we work very well with them. Hatujai kuwa na shida na wao. But now when it comes to the challenges, we've been following you wherever you've been going, talking about when the other base commanders and CTOs talking about the challenges they are facing, they are similar to ours. That says we remind them even if they know. So you might be knowing them, but we better remind you, sir. Nyandarua County is mobility. You can imagine the whole of Nyandarua County, hatuna gari hata moja ya traffic. Not even one. And again, I better give you a challenge, and then I give you a solution. It's good. I can give you a solution, for example, if we get like 2 or 3 motor vehicles in Nyandarua County that belong to traffic, because we have 6 bases, and these 6 bases, they are not spread too wide. For example, if Olkalau gets a motor vehicle, it be able to serve people of Olkalau and Oljororok. That's one motor vehicle. Then we go to the other side of North Kinangop to serve Kinangop and Kipipiri. Because there are no many accidents around here, if, for example, today I have this vehicle, I can give it to Oljororok. So there's no given time whereby when I'm engaged in an accident, Oljororok is also engaged. So we can be able to share like that mpaka tusaidia wananchi. Otherwise, they have told me to tell you, umesimama na sisi, we've seen your hand kwa hii kazi ya polisi, saizi we are seeing the light at the end of the tunnel. We are so happy you've recognized what we do, and we are so happy we are here to assist the wananchi. Otherwise, thank you very much and welcome to Nyandarua. Any OCS who still wants to say something? Before any OCS, there is one. Any other? There is only one OCS. Good afternoon, sir. My name is Inspector Leonard Muse Juma, the Deputy OCS, Haraka Police Station in South Kinangop. There are only 2 things which I think is necessary for me to add. One is about deployment. Sir, in this county, one of the biggest crime here is stock theft. And in one instance or another, wananchi have been complaining about that maybe some police officers have been accomplices to the stock theft. We have a problem here of whereby we have officers who have really overstayed here, and we really request that they be redeployed to other areas. And on the same issue of redeployment, we have officers, especially NCOs, who are transferred to come here, but they don't report. So at the station level, we have a big problem because we have OCS working at the station as the OCS, Deputy OCS, OC Crime, the sergeant in charge of Amari,
we have a problem with the stations. Then on the posts that are far end, that cover other counties like Nakuru and Kiambu, we have posts that the only junior officers are there. We don't have NCOs manning those posts. So it becomes a problem to OCS to man those posts. Secondly, I thank that the governor is here. In this county, we have a problem with gender-based violence. And we really request, if it's possible, a rescue center can be constructed because we have parents who abandon their children. So when they're taken to stations, there's a problem because OCS cannot take the children because they don't have child protection unit. So we really request that if it's possible, let rescue centers be constructed in this county. Thank you, sir. Thank you so much. I think I'm well guided by our CS. The governor has been gracious enough for those, I think, 1 or 2 hours. And now I request that we wait so that akuja tuongeleshe ndio tumulirize. Weka angusha. Karibu. Our CS Interior, DIG, all the DCCs, ACC chiefs, assistant chiefs, good afternoon. Good afternoon once more. I never thought there could be such a meeting because me, I knew of the other one where you are only told. But you are very lucky that today, this is very good. So, on behalf of the people of Nyandarua, CS, I want to appreciate this forum because I know when these people speak out their hearts, from there they'll be able to work in a very good environment and our people are going to enjoy services from our government. So kindly, I want to request you, our chiefs and everyone, to speak out. This is going to really help. I want to appreciate, to endorse most of the things that our people are saying. I meet them every day. Fail to find assistant chiefs in full uniform. Whenever there is even to the smallest function, they are always there. In fact, I was telling my ward administrators and sub-county administrators to emulate what the national government is doing. At least hapo mmetushinda kidogo, si ndio? So kindly continue that way. Sometimes even we use them. Like one assistant chief was talking about registration of farmers. In fact, the way that our constitution is, we have the president up there. You have the minister of education or CS agriculture up there. So that means agriculture, whatever happens in agriculture, it is both in the county and at the national level. It's all our work. I want to maybe answer or comment about the person who talked about fertilizer. Yes, fertilizer, with the support of the national government, the fertilizer is brought around here. What we are doing as a county, we are encouraging that every ward to have a cooperative, and not just a cooperative, but that cooperative should also have the facilities, the infrastructure where the fertilizer can be kept. We are encouraging our cooperatives to build stores
And once that is done, every ward is going to receive their fertilizer at that far end. So that is work in progress, and we are going to achieve that. Issues to do with alcohol, and I want to appreciate little correction there. CS was the first to register issues to do with, which is now being used as a sample for all the other counties in this country. In fact, we decided to delegate this responsibility so that with the national government, we have the sub-county committees which are called sub-county administrator. At the county level, we co-chair issues to do with that. So I want to dispute that we are licensing. We do what we are advised by the teams down there, which are co-chaired between the DC In fact, this year, all those bars that were zoned off bar has been opened and it's not serving wananchi. Kindly report that one to the DCC. People all to do things unnecessarily. And the last thing is about the request of a rescue center. The whole of this county we don't have. And the OCS who was there reported to me the other day. Institution at Demi, they are already looking at it. National government. So CS, we welcome you here. And a rehab, yeah. Those ones go together. What is happening as for the rehab, JM Hospital, which we are being supported by the president to construct. We said once we finish the new building, part of the old building, we shall convert a section into a rehab. So it's already. I took by then you were CS youth. We took you to a stadium, you looked at it. By the national government, the president is helping us, and therefore very soon we are going to have been working very well with the security team. In fact, we have scheduled meetings so that we exchange here, which is serving us very well. There are some things which are not there, which we would want added there. Now, at Iginia. This county is very expansive, and as some of them are saying, coming all the
the Bomayangu services. Let us have the COOPS services where our check their registration and admission in university. Let us also have help services in our Huduma Center. Yeah? And so that we get to understand what EACC of our people, our workers, our business community, so that we can do well. The other thing is the registration. We are happy today. We attended this registration. Is moving on well. We were worried, but from what we have seen today, we have seen that our young men and women are going to be registered. They are going to have the IDs, and this is very, very, very good. They have talked about the police vehicles. I don't want to repeat. About offices, I can only add about accommodation. Senior officers here, some of them are still living in Nyahururu. So when we have issues here at night, to get them, to bring them around so that we can handle issues, so accommodations can also be looked into. They have talked about animal theft, and I was happy with the OCS who say that some people need to go. There are some fellows who have been here, and the menace of the animal theft has been taking place, and some people are there, and I'm happy that that OCS has said, if somebody cannot serve Nyandarua well, then this person, let her try somewhere else, so that Nyandarua people can continue. In fact, CS, we lost pipes in North Kinangop, worth, I don't know, over 10 million. Pipes, they were being removed from the soil, they were being sold, and I'm very sure there are some officers who are there. That is not a very good representation of the government when pipes are stolen and they are taken, and then our people are left without water. About the M hospital, we thank the president. We handed over to the new contractor. I'm very sure things are moving on well. About Nyandarua University, we are happy. We are very happy. If there is one gift that the president gave this county, is about that university. I have already asked my fellow politicians, kindly, keep off the politics of Nyandarua University. Let the university begin as planned. That land is very small for university. It's only 100 acres. So when I hear somebody saying that they want again to cut some portion proper, kindly would want that the whole of that land, 100 acres, be dedicated for the university, and the president and the ministry helps us to start the university soonest possible. If it is January, the people of Nyandarua will be very happy. In fact, we will be waiting for the president to come and pronounce that the university has started and that land is for university, and we request, now that we are doing Bachelor of Science Agriculture, Bachelor of Science Agribusiness, Bachelor of Science Sports, let the ministry support us in having the playgrounds, the laboratories, the whatever, those infrastructure. But as for the accommodation, these people are saying, let the people of this place be allowed to provide accommodation and food so that they can also grow. About subdivisions, I don't want to repeat. You have an issue of electricity. Morungaro area stayed for 3 weeks without electricity. In fact, there was a protest the other day. So Kenya Power should be quick to, because a whole sub-county without electricity for weeks is not fair. So that is something that they need to. It's a human wildlife conflict. We have a serious conflict here. We have a lake called Lake Orbrozat, and the hippopotamus are not. They get into farms, they destroy the farmers, crops, maize, and all that.
the World Drive people to take it up because wananchi are very annoyed. Wananchi wamekasirika sana kwa sababu ya wanyama kukula vyakula vyao. Sisi tunahitaji hao wanyama na pia tunahitaji watoto wetu wapate vitu. Tuangaliliwe sana. CS kuna kitu inaitwa Orokarao Kware hapa. Kuna Kware iko hapa Orokarao. Hii Kware tangu enzi ya mababu zetu ilikuwa ni mali ya wananchi wa hapa. Na walikuwa wakifanya biashara zao hapo kila siku. Na mimi nasema hii kwa sababu tuko kwa mkutano ya security. Ile kitu inaweza sababisha na waziri wa mashamba anaitwa Alice. Hii Kware huko usiku wakajikatia wakatafuta mataito. Tumeweka task force na nitakupatia ripoti hiyo task force uende naye. Wananchi wamesema wanaamua hii Kware ni mali yao, warudishiwe, wafanye biashara. Hapa CS ndio usikanyange matope. Na Kware tumekatazwa tusiingie huko. Watu wamekimbia kotini, tumekatazwa kuingia huko. Tusaidiwe hapo. Tunasikia sasa wanaanza kuiba, wanaanza kujinyonga kwa sababu ya kukosa pesa, sababu mahali walikuwa wanatafuta pesa imechukuliwa. Na tulikuwa na shida hapa wakati ya ile ya Gen Z protest. Nafikiri Nyandarua ndio ilipata shida tukapoteza maofisi, tukapoteza library, tukapoteza mali nyingi sana. CS nilikuandikia barua, nafikiri iko kwa ofisi yako hapo, nikiomba katika ile emergency ama special program kama unaweza tusaidia kidogo tuweze kurudisha angarau ofisi kidogo, kama ile ya ofisi yako ya ID ilichomeka, ile yangu ya education ilichomeka, library ilichomeka. Kwa hivyo hiyo tunaomba, na pia tukiomba kwamba wale ambao wanafanya investigation hii ya wale ambao waliharibu mali hiyo, tafadhali wakamilishe, kwa sababu tungependa kujua ni akina nani walifanya hiyo, ili sheria ichukue mkondo wake. Mimi nataka tu nikwamie hapo na nishukuru wale watu wetu wote wanatoa roho zao na mnaongea vizuri. Hii ni serikali yenu na imekuja, ni gavana wenu. Naona mnaongea, mkumbuki niko hapa, mnakumbuka tu CS, na ni vizuri mkumbuke hata mimi niko hapa. CS ataenda leo, tutabaki na nyinyi. Sasa lazima CS akija tunakumbuka ni mgeni wetu, yule mgeni wa heshima, lakini gavana pia ako, si ndio? Sababu tutabaki na nyinyi. Asanteni kwa kazi mzuri mnafanya mashinani. Muendelee kusaidia wananchi wetu. God bless you. Haya, pigia makofi gavana. Haya, tumeshukuru wa mama, lakini leo ni security. Pole pole. Unapiga, unaona hawa machiefs wanapiga makofi kwa roho. Nimeshukuru sana governor. We will release you all the things you have said. I will respond to them baadaye. Utapata habari vile tutakuwa tumekubaliana na kujadiliana hapa. We allowed the governor to go because he had another program, and we want to thank him because he came to welcome us, and we have had a very good working relationship with the governor. So asanteni sana, tunaweza endelea. Tuta-introduce hawa baadaye. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now I want to invite the following. Peter Wala akuje hapa. Wingati
His House Francis Milia. Karibu. CS for Interior and National Administration. DCI, sir. Honorable Kipchumba Murkomen, all protocol observed. Good afternoon. My name is Francis Milia. I'm Assistant Superintendent of Police. Currently, Tafadhali wale wanaenda nje, ukienda unarudi tu saa hizi. Mkutano inaendelea, msiende kukaa nje. Asante. currently, sir, I'm the Sub-County Criminal Investigating Officer, Nyandarua Central. Here, sir, I'm on behalf of all Sub-County DCI within Nyandarua County, and sir, they are all before you, sir. Sir, I'll be very brief because almost everything has been covered. But as the DCI, our mandate is to investigate serious and complex cases. Therefore, sir, on behalf of the DCI, we don't have offices. So we request your good office to consider building offices for the all sub-county DCI within Nyandarua County. In addition, personnel. We also request additional of personnel and building good offices with enough space for the officers to be recording statement and interviewing suspects and interrogation of suspect and interviewing of the complainant. Therefore, sir, for the smooth running of the county operation, we request for the above item that I have requested for the good office. Sir, in the interest of the time, I don't have much to add because everything has been said about motor vehicles, have been said, mobility. Therefore, I don't want to add. With that few remarks, I thank you very much, and God bless you all. Thank you so much, Francis. You have been brief. I now want to invite Mr. Mose Kodek. Senior officers present, the Ngao team, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the Nyandarua team, the prison service, we echo this initiative of Jukwaa la Usalama. It's a very good initiative for us to interact with the leadership of the Minister of Interior and our bosses, plus the Wananchi. As in Nyandarua Prison, we are committed to our mandate of safe custody of our prisoners and the rehabilitation of our prisoners. Indeed, it's a task which is given to us by the government of Kenya and the laws of Kenya to ensure they are safe and the community is safe. As much as we are putting them in the safe custody, we are doing what we call rehabilitation. And our main business, sir, is agriculture. Because Nyandarua is an agricultural zone, and our business is to ensure our inmates have been trained and there is production of specifically potatoes. Sir, we have certified potato seed production, which is at advanced stages. We want to achieve, currently we have 2% of certified potato seeds in the country. So we are pursuing that project, which we appreciate the government for supporting us in terms of input, in terms of trainings.
We are being supervised by KEVIS, which is enabling us to ensure the potato seeds are certified. And very soon, the seeds will go to the common mwananchi, which is a very important aspect in a bottom-up approach of the government, because we want every farmer to have certified seed, which will increase the production, which will increase something in the pocket of the farmers, and at the end of the day, all of us will increase our GDP as a country. We also appreciate, sir, for the effort the government has put in our officers and the inmates in terms of the welfare, in terms of ensuring our salaries are being reviewed every year, at least there's something going to the pockets of the officers in terms of welfare. However, we face a number of challenges in terms of transportation. We share the same experience with police and other government agencies. Like in our station, for the last 2 years, we don't have a serviceable vehicle. So we depend on multi-agency approach. We request our sister, our brothers in the police to support us, and other ministries to support us in terms of transport, which is a big challenge for us to transport inmates and the staff in terms of escort and even to the hospital. Number two, we have challenge of housing. We share the same challenge of housing. Our officers are staying 3 kilometers is where we can get a house to rent, sir. So which means we have a challenge in terms of service delivery and the welfare of our staff. Therefore, we really appreciate for your coming. Even the road to the prison, it is impossible. We appreciate the county government, sir, for the work which you have done to us in terms of sometimes doing some repairs in the road. And we request the county government, if you can still do something from Kifati Primary to the prison, the road is immotorable, so you cannot move with your vehicle to the prison. So the county government, sir, we request you can do something to it. We appreciate the county government. We have been working very close in terms of medical services. We really appreciate. And the writing system. We appreciate the Murika Mwizi, which you have put in our prison. Also, we appreciate on behalf of the prison, appreciate the governor for the good work. Thank you, sir. Thank you so much, Mose. I want to make an observation that I don't know what has happened, because I can see so many seats empty. Kuna watu wengi wameenda nje sana. Tunataka watu wakienda waende kwa mpango. Na hatuna ruhusa ya kwenda kupiga masimu nje. Kama wale wamekaa hapa your supervisors na waende kupiga simu, hata nyinyi msiende kupiga simu huko. Ukitoka unaenda unarudi, sio kuacha vacant spaces like those ones. So I want everybody who is outside na anapaswa kuwa ndani hapa kindly aingie. Mkutano inaendelea. Thank you so much, sir. I now want to invite the officer who is representing the APS, Wingate Mukami. Honorable guests, sir, Kipchumba Murkomen, all protocols observed. Good afternoon. This Nyandarua County APS fraternity presenting on Jukwaa la Usalama. I am Chief Inspector Wingate Mukami, the Sub-County Administration Police Commander, South Kinangop, Sub-County, sir. Sir, today, it's a remarkable Wednesday, the 20th day of August 2025. We feel honored
with a feeling that today is really the day that the good Lord has made. We are glad. Sir, we wish to thank our able government for its continued efforts in matters security. Nevertheless, having whatever we have in place, we, the Nyandarua APS fraternity, wish to table just a few challenges that adversely affect us while trying to deliver our mandate. To start with, so we have an outcry for more staffing since personnel strength is on its lowest. The whole county has a very few number AP officers. I wish to preserve the number. It can shock you, sir. This number, in the last 5 years, 5 years ago, the number which is here, sitting as the APS personnel in the county, it used to serve only 2 sub-counties very effectively. Mathematically, I've preserved the number. It clearly tells that there is a real deficit of many personnel that will help us to deliver with ease. Another challenge, sir, is that logistically, we are not equipped with enough motor vehicles, a challenge that is affecting most departments. For instance, the whole county, out of 10 sub-counties, the APS has only 5 government-leased vehicles. Further, we have housing issues as well as service lands that are not yet titled. The existing camps have owned and inadequate houses to hold officers, and that some land parcels are yet to be fully demarcated and titled. Sir, the titling and legal ownership of those land parcels, it also affects our Wanchikos. For instance, I know of 2 very severe cases that have taken decades to solve the ownership of the land. We also have lack of CCTV installations in our major towns, which is also another challenge as officers cannot make proper follow-up on crimes committed in towns. For instance, during the previous Mandamanos, we could only ask the neighboring banks or business people to help us with the CCTV footage. So it means that security-wise, we are not well equipped. There is also a lack of proper communication gadgets, as mobile phones sometimes go off, especially during public crisis. Again, with the example of the previous Mandamanos. Sir, we are crying for this menace of sale of clothes that resemble police attires. If only we can have a policy that is controlling the printing, the manufacturing of those attires that resemble police attires. It's not easy for the public to quickly differentiate. Hence, when thugs invent in such clothing, most public conclude, and I quote, walikuwa ni wezi wamevaa sare za police. End of quote. This degrades our public view, sir. Last but not the least, sir, Nyandarua is a specifically challenging county. That's why I'm in a medical attire, which with its geographically unique coldness that adversely affects officers' health, yet it is not clustered as hardship area. It's even worse for the officers with health issues and those who are
50 plus years old. I wish to end, sir, but allow me, sir, to have a parting shot. Nationally, police officers ni wachezaji wa Security United Club. Therefore, we wish to borrow a quote from a mchezaji mmoja wa Harambee Stars, Mr. Mushiri, who when or while he was being interrogated just the other day, he quoted, mchezaji ni morar. End of the quote. We wish to have a peaceful Nyandarua and a peaceful Kenya. Thank you, sir. How many members of public came here officially invited from their divisions? Inua mkono. Simameni. So you can see they are not even 40 here. Not even 30. I know they're supposed to be 100 and something, but I cannot see 100 up. Okay? So when you walienda market, ndio wapitia hapa waende na deputy county commissioner. Should not be part of our record for other reasons. And that should be confirmed by the relevant officers. The chiefs and the assistant chiefs and the OCSs, when you mekaa nyuma, you can move forward to occupy these vacant seats so that we can, please ketini, wananchi, to get here, asante sana. All of you, everybody, you can move. There are many spaces hapa katikati wapi. Let's come closer, we become closer to each other, kuliko tukue scattered. Just occupy the next seat. Even these seats iko mbele hapa, the OCPDs. Yeah. Kama wewe ni OCPD ama nani, you can occupy the hizi za mbele. Or sub-county. Police commanders can move to the front. Some of you can move to the front one. Yeah. Namna hiyo. Ndio tukiongeleshana hakuna wengine scattered wako nyuma huko. Sasa wenye tumebaki ndio tulikuja mkutano. And then if you go out for health break, let's minimize so that we finish haraka, so that it doesn't distract the person who is nini. There's still space hapo katikati, moving accordingly. Thank you. Proceed. Thank you, sir. May I now invite Peter Wara, who is the OCPD, representing others. Wara. Thank you, sir. Our chief guest. Here is Peter Alekowala, Sub-County Commander Mirangini. I have a few things, although the officers have said, and I wish to stress the same so that what is affecting the sub-counties and officers at large. We have a problem of personnel, and we know the ministry is doing something, and soon we are going to have more officers. The problem we have in Nyandarua is officers are being transferred and no replacement. And we are asking that when some officers are transferred from this county to other areas, if you take a driver, give us a driver. If you take a technician, please give us a technician. We have so many police stations we have around here do not have the OCS in charge, the chief inspectors. So we are lacking full structure
of the same. You can get, we have a chief inspector, no any other inspector to assist. Akitaka kwenda nyumbani, it is a problem. We walk, we start moving around. So please, in staffing, consider us. Also, we ask the training of our personnel. These junior officers, we used to have traffic courses, investigation courses. These courses, we need them because it will enhance our investigation. And we need our officers to undergo these courses. And we know our Inspector General and the administration, they are doing so much in that field, but we ask to enhance for the junior officers. The issue of transport has been talked about. We have a problem, and we know you are addressing. And we ask that you increase us fuel, because, for example, one vehicle that is there serving around 5 and their allocation. So we ask, when you go back, please think about to increase the allocation of fuel. We shall be very happy. Sub-county commanders do not have vehicles. We are asking we be assisted with more so that our mobility and our work within can be so smooth. Another thing is, like in Nyandarua County, we don't have a county lorry. It's the only county that we don't have a lorry that can assist in mobility of officers in a large number. So we are asking to be considered for the same. And also, we have had a problem. Drivers have not been trained. If we did not march, because the most drivers we have, we caught them after the march, and they are now, most of them are retiring. So we are asking another course to be assembled for drivers so that they can get permits to drive government vehicles. On welfare of the officers, I know much has been talked about transport and now welfare. We are, the morale of a police officer is when officers are seen, when they have a problem like sickness, a death of officers, there is a movement and there's a way. We are seeking a good, I don't know which language to use, but these officers, since when we were employed, and we have been in this service for quite a long time, we used to go and bury our own. We used to give the families confidence when they see officers accompanying their own. But we have pending bids of deceased officers that we cannot afford. We use transport to Likopa, to Kaenda, to Kazika, hatujai lipwa, haijawai lipwa. So we are wondering, that welfare, inafanya polisi wanakuwa, and our beloved CS, you know, you have been with us, you know all this, please come with us. We are begging you on the welfare, ya hii officers, uniform, transport, sickness, when they go, insurance yetu ile ya polisi, tukienda, tunashughulikiwa. Hiyo tu vitu ndio inafanya tukitembea tunacheka, and you know, a proud officer and a smart officer is a confident officer, and the country is secure with such persons. The other thing is, when we are serving members of public, we have CAPS, we have government chemists. When we have arrested some of these items, we want them tested for prosecution. They take too long. Until wananchi wanaanza kufikiria, tunaweka tukingojea pesa hongo. Na hiyo inafanya we lack a lot of confidence with the members of public, because it has not been processed for quite a long time. So we are asking to get experts even at county level so that we can process some of these things fast. The other thing, as people have said, is
hardship allowance. Hapa iko baridi. Na so many have said, na hii baridi inakonga sisi wasee. Hii wasee, nataka kufanya kazi lakini baridi. So another welfare that I must reiterate on is the housing. We have a problem with the security of our police stations. We have a problem with the land title deed of our police stations. Some of them were carved from DC's offices, or some were camps before, and they are not well demarcated. Lastly, national government, CDF, it is supposed to facilitate security and education. We are asking and seeking that that board that facilitates the security matters, we are asking at least a member of the security committee to be there to facilitate, so that when they allocate money for police station, we can take an OCBD to follow, and when they allocate for APS, to take alternating members on that committee, so that we can easily look at how to implement and how the money is being used, and we can advise them the kind of houses that they can build for the police. Otherwise, thank you so much. We are very happy to have you in Nyandarua. You have had our problem of baridi. Please remember us. Thank you so much. Na umejua wewe ndio wa kwanza kuchuna. Do the chiefs sit kwa CDF, NGCDF? They are not there. Who is in NGCDF? DCC peke yake. Na kwa nini kange pesa police station? Wapi DCC? Ukikuja mwenye under present useme what usually happens. The person who will come later to present. Thank you sir. Wa mwisho kabisa kutumalizia katika kitengo hicho cha wafanyikazi wa serikali ni DCC Mike Ororutua. Mariza ndio tuingie kitengo cha wananchi. Wasiri, the Deputy Governor of Nyandarua, and all protocol observed. My name is Michael Ololtua, Deputy County Commissioner, Nyandarua Central, and Chairman, DCC's Welfare, Nyandarua County. Without further ado, sir, on behalf of the DCCs, from the onset, we welcome you to Nyandarua and sincerely thank you for making us visible once again. Sometimes we are visible by wananchi for the wrong reasons, and sometimes we are visible for good reasons. This is a good reason, and once again, we can raise our heads up. You have made us proud. Thank you very much, Wasiri. Secondly, before I continue, Wasiri, just a clarification. We just realized that we had the first lot of promotion, as was said by our past, that the first post, we were promoted last year through interviews. The two DCCs were mentioned, and today there was another lot which were promoted, who were promoted 2025. So we were in the first lot. Just a clarification, we apologize. Maybe with this us, we did not hear the question well. And thank you so much for these promotions. I'm going to take just a few minutes, 1.5 minutes as I sit down. Without repeating what the other officers have said, for the interest of time, we welcome the introduction of NGAPU to the National Government Administration. And we really hope that these NGAPU officers will be trained very soon and deployed to all over the country. We really welcome and we are waiting for it. Secondly, we remain grateful for the ministry for training us in the recent promotions. And the other very important issue, we continue to face numerous land-related challenges, especially on historical double allocation, ancestral land disputes, and so many issues concerning land.
we submit that there is a great need for a multi-agency coordinated approach for an alternative dispute resolution, like mediation and arbitration in all land-related cases. We really need a policy on this because so many people are going to courts and they spend a lot of money, and yet we are in a position as a multi-agency to solve all land cases in this country without going to court. Another very important issue, sir, we also request as DCCs to provide list vehicles to the 2 sub-counties in Nyandarua North and Wanjai sub-counties, to enable them deliver government services effectively. Another very important thing, sir, we also wish to report that Abadeas and Wanjai sub-counties does not have headquarters. There is a great urgent need to construct them in Shamada and Wanjai shopping centers. This will really appreciate if we have got these sub-counties having headquarters. A very important one, sir, on the construction of Gataji sub-county, we have got, there still remains a balance of 6 million. We request for the fast tracking of this remaining balance so that the Gataji sub-county can have a complete block for the DCC. However, we also submit that the time for transportation of meat in Nyandarua, there are so many theft reported on stock theft. So many cows are slaughtered, goats, sheep, and we submit that the time, it becomes a policy that the time for transporting meat in Nyandarua becomes 6 a.m. to 6 p.m. in the evening. We also humbly request the removal of fort heads in AIEs. Let it just become security operations. So easy implementation. And finally, sir, we request that electricity bills be paid in time to avoid disruption of service delivery. So many times the electricity are cut in the area. And finally, our CC resides in Nyahururu. It is the feeling of the DCCs that Nyahururu is too far. If we can have a resident for DCC, for our CC in Nyandarua, there is an allotment of 4 acres just up here for our CC to be in Nyandarua in Orkalau. We will be very grateful on this. And finally, sir, on the issue of the CDF, we are members of the CDF, sir, and there's a lot of work being done concerning the police stations, concerning the chief's offices. So I believe this is an issue, sir, that we are doing together with the NGCDF because we are members of CDF. So there should not be any problem, any point of alarm on this, sir. With that, we thank you very much, sir, on behalf of the DCC's Nyandarua. Thank you. Afande, kufikia hapo tumetamatisha maoni kuhusu wafanyikazi wale unasimamia, na tumewashukuru nyote kwa ile kazi mmefanya. Yale maoni mmetoa yamesikizwa na waziri. Sasa kutoka hapo nataka tuingie kitengo cha wananchi. Na kwa ile kazi mzuri tumefanya, tuinue mkono, tujipigie makofi moja. Asante sana waziri kutuanzishia kitengo cha wananchi. Na naomba ni dakika 2. Kuna kiongozi ya kina mama. She is a leader, I think, of women groups. Anaitwa Njeri Kulet. Alafu tunataka hapa akuje Geoffrey Ndungu Moko akaya hapa. Tunataka Joyce Wanja Kimondio akuja akaya hapa. Wako wapi? Tuanze na women group. Wendio? Women group. Dakika 2. Honorable Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen,
our Deputy Governor, all protocol observed. Mimi ni leader ya wamama. Mimi nimetoka pande ya Milangine. Na masaibu ya wamama ni mingi. Na wakati niliambiwa nitakuja kuongea habari ya wamama, lazima ningefanya lobbying, nijue masaibu yao ni gani. Na wakaniambia sasa, nikawaambia sasa mimi naenda kuona Secretary wa Interior. Wakasema sasa, kama ni Secretary wa Interior, mwenye anasimamia security, ile mambo tutakupatia, hapo mwisho unaandika security. Kila jambo unaandika security. Sasa wakaniambia, wako na mashida ya maji na light. Nikawauliza hapo security inakujia wapi? Wakasema inakujia kwa sababu tunaendea maji mbali, tunatuma watoto, kwa sababu wataweza patana na nini? Na wahalifu. Habari ya light wakasema wanatumia mafuta ya taa na wanatuma watoto jioni kwenda kutafuta nini? Hiyo mafuta watakutana na nini? Watakutana na majambazi. Sasa hiyo ni masaibu ya wamama. Wakarudi wakasema ni kuambia habari ya pombe, especially zile nini ziko kwa karibu na manyumbani. Although our governor kusema ukweli amejaribu sana kurevoke zile licenses ziko karibu na manyumbani, lakini kukosi wale wanajificha, hawajafungua baa lakini wanajificha pali fulani. Tuangaliliwe hao vizuri kabisa. Na iko hii kazi ya vijana, kazi kwa vijana. Wakati wanachagua hawa watu wakuwa wanaingia mashinani kabisa, kwa sababu unakuta kwamba wanaenda kwa centers, hapo ndio wanachagua nini vijana. Unajua kwa centers vijana ni wengi. Sasa wanaenda kwa ma centers, wanasahau kule mashina. Kule unakuta huko mashinani kuna vijana wengi ambao hawana kazi, na wakiwa hawana kazi sikutakuwa na usalama wenye hakuna. Sasa tafadhali tuongezewe hao vijana na wachukuliwe hata huko mashinani. Wakasema tena habari ya financial. Nikamwambia sasa financial na security, wakasema wewe hujui iko kitu mama Georgina inaitwa financial security. Nikamwambia kweli iko. Na sisi hatutaki handouts. Sisi tunataka, kwa sababu governor wetu ametuongelesha, ametupeleka maseminars ya kulima, tumefungua ma-cooperatives nyingi mashinani na masacos. Serikali tutafutie pesa, ituwekee huko kwa sako. Hiyo sako, hiyo pesa ikuwe security ya loans ya kulima. Ndio ule mkulima mdogo, ule mama mdogo kabisa, wakiwa kwa groups zao watakuwa wanaulizana, wewe unahitaji fertilizer kiasi gani? Gunia moja. Mimi nataka 2. Mimi nataka dawa ya viazi. Mimi nataka nini? Farm inputs. Wakiandika wataenda huko kwa sako, wachukue loan, si wako na security. Waweze kufanya waweze kulima. Walete hizo input zao, walime, wapate pesa, waongeze ile pesa waliwekewa security ili waweze kulima hata zaidi. Lakini wakiwa hawana kitu chochote, wacha mwambie kitu moja. Mama wa huko mashinani, I'm talking about that, ule mama mdogo kabisa wa huko mashinani.
Yule mwalimu alikuwa hapo mkubwa, amewacha deni kubwa sana hapo. Na tunaomba mtusaidie kwa sababu hiyo shule itafungwa tu. Na watoto wetu sijui wataenda wapi, na nilisema tu nikikuja hapa sitasahau kusema hivyo. Sekretari wetu, tafadhali utuangalilie hiyo mambo. Asante sana. Asante mama. Karibu sana ndugu yangu ambaye unawakilisha cooperatives and manufacturing. I think 2 minutes will be enough. Please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful moment. Our CS Interior Security, Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, all protocols observed. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Geoffrey Dongo Moko, representing cooperatives and manufacturers. And first and foremost, we have addressed thanks to the Kenya Kwanza government for the bottom-up economic transformation agenda through MUSEA. We have seen them working with us. They are close to our people that we represent, and we are really appreciating the effort there. We are also grateful to our security agencies. They have been working hand in hand with us, especially when an issue arises. They are always there to do some of the things that are required to be done. But nevertheless, I would like to address some of the challenges that we are facing, we as people who are representing some of our colleagues out there. And there is this issue that have been addressed, and I really feel that it wasn't addressed with the seriousness that it deserved. There is this issue of cattle theft. It is a very serious thing that is really affecting the institutions that we represent, simply because, for instance, we operate the credit and saving cooperative societies, where sometimes we are forced or we are required to give some loans to our members to go and buy the daily animals, only to wake up in the morning and you find ng'ombe yako imeibiwa kwako, imechijiwa kwako, umeachiwa kichwa, ngozi na miguu. Mtu anaamka asubuhi na maji na bucket, unaenda kukamua, unakuta ng'ombe haiko, unaanza kuitafuta mpaka kwa mfuko, unaenda kwa bedroom, unaikosa, only to find out imechijiwa hapo nyuma yako. Sio ni madharau? Your issue should be addressed with the seriousness it really deserved. We are really feeling that the job that you are doing is at threat, simply because kuna hii issue ya illicit brewing and gambling, and also the abuse of drugs among our youth. We are expecting them to take lead as we are aging, and we are feeling tuko na wasiwasi kwa sababu tukiwaangalia hatuwaoni most of the times. Wako kwa centers, kazi yao ni kuomba kifao, tunaitaga 20 bob, nipe 20 bob, na ukimpea anakibia kwa muguka, anapigibia kwa hizo pombe zingine, na hiyo inaleta threat mpaka kwa food security, kwa sababu tunawagojea tuone wakifanya kazi na sisi ili tuweze kuachia hii kazi tunafanya. Tunaomba serikali kuu kama kuna kuwa na uwezekano, hawa vijana wapewe civic education, they be empowered, wapewe education, waelimishwe moso mambo ya kilimo biashara, so that wakuje tufanye kazi tukiwa pamoja, and together we assure the food security to our people and to the nation. We are also feeling that we are not comfortable as we are articulating our normal daily routines in manufacturing, simply because our main thing ni mambo ya maziwa. Na wakati tunaenda kwa soko, tunakuta kuna a lot of imported milk, either from neighboring countries, nyingine zinatoka mpaka all the way from European country. Na having done all it takes, having invested a lot, and making sure that we are producing enough for local and export, tukienda kwa soko tunakuta soko iko saturated with an imported milk. So with those very few remarks, I would like to add there, niseme Mungu awabariki na watende mema. Asanteni sana.
Thank you so much, Geoffrey. I want to invite Kiiru Kimani, representing institutions, and the person to represent the business community is Stephen Maina Akujapa, and youth rep Anita Apyundu Watoro Akujapa. Okay, thank you very much. The guests of honor, the Honorable CS, and the protocol observed. Good afternoon. My name is Kiiru Kimani, Deputy Principal at the Nyandarua National Polytechnic, representing institutions of higher learning and more so the TVET fraternity. Honorable CS, our work normally is to skill the youth, to give them the skills they require so that they can vent for themselves into legal and dignified work. We also have a job to change the attitude of the youth so that they become the job creators and they become the engine in which the country needs for development. In this endeavor, we have worked in collaboration with the NGAOs, with the security teams and the prison service so that we can be in a position to do our work. And I would like us to get the picture of Banasias, what we had during the Gen Z issues. Those are the trainees we normally live in on a daily basis. I know they gave us a lot of headache, but we have managed to stay with them peacefully. And the CS, even though we are trainers, probably we will also be calling ourselves security officers because we have maintained the security within these institutions. And to keep those trainees very safe and peaceable, we have had that collaboration. However, there are a few issues that we feel that can help us in this, and is to bring all the trainees to colleges. The NGAO have been very helpful in recruiting for the colleges. However, in Nyandarua, we only have like 40% of the youth we need in colleges. And therefore, if you can help us, we are going to contain and have a very peaceful county. So, Bwana Waziri, when we have the student in the colleges, all we need is funding. I know they have been delayed in funding for, say, the HELB and the scholarship. And if the trainees have those facilities, they have the funds, we are going to train them and have them very well trained. And as we talk of the funding, we also would like to have the services. The governor already articulated that, the HELB and placement services be brought nearer in our Huduma centers so that we can have that easy reach. So the other aspect of Waziri, we have had a few security and safety concerns. Also, our institutions are along the roads. So majority of these roads are not marked. I would like the rambles and maybe bumps to help us with the safety. And also in collaboration with the county government, if we have mulika mwizis and pavements whereby our trainees can be walking around, feel that can go a long way. And we also have the menace on illicit brews, cheap liquors, the dens for gambling, and I think betting. If this we can have tighten this, we believe we are going to move far. Bwana Waziri, they also would like to, we talked about uniform for the police officers. Those are some of the services we can do in our technical colleges. If we can have partnership, we can be helping to do this. We've talked of housing for the chiefs. We have the builders. If you can partner with us, we have the expertise to do that. And I believe the collaboration between the ministries can help us do that. I also would like to ask, just a minute. Yes. We have, say, vehicles which have stalled in our stations. If you'd let them stay in our institutions and become training facilities, I believe you'll be doing us services. So we not call them junk, but we'll be calling them facilities. Thank you very much. Asante sana. I want to invite the youth representative, Apyundu Watoro.
waziri na naibu wa governor and all protocols observed. Good afternoon. I want to stick to the timelines and I will directly go to the point. And on youth, first of all, we would like to request for inclusion in everything that the government is doing. Also in this crucial ministry. Also, we would like also, on the issue that one of the OCS raised on housing, I would like to request the government to incorporate the affordable housing at the station levels, to create employment at each and every ward or each and every station. On issue to do with alcohol, these are a menace that is sweeping youths, and we would request your ministry to be quite strict, because once the political interference gets into issue to do with alcohol, it becomes a war that cannot be won. And we have an issue in conflict between the GAO officers, the JSC, and also the police, where the GAO direct the police, the arrest is executed, but maybe at a point the JSC fails the both parties. I'd like to request that if possible, the ministry can delegate a unit that will be under the police for swift operations. So in the way you have SIPU, I can request a unit to be under the police. Also, I would like to request that when the Deputy President of the Republic of Kenya was a Minister for Interior, he had said that Kipipiri will have a Huduma Center. And as the Governor requested, I would like that can be actualized at your reign. Also, I can like to request the officers who are at the Nakada to delegate their services even to the sub-county levels, because sometimes even reaching Nakada is an ambiguous task. And to finalize it all, I would like to charge you, Mr. Honorable CS, in the book of Mark chapter 10 and verse 46, where Bartimaeus was requesting Jesus for help. And as youth, we have also been requesting for help and shouting, but we have not seen help. When Kidure Kidiki was our CS Interior, he had promised me something and I never saw what he had promised me. When the president was there at Oljororok, he promised me something, but reaching him became an ambiguous task. So if I may find favor before you, I may have something to speak to you in your ear. Thank you so much. Thank you so much. To represent the business community, I'm inviting Stephen Maina, 2 minutes. Then there is somebody who has recovered from drug addiction, I think. Martin Gogi should be here. Thank you, sir. The chief guest, Honorable Kipchumba Murkomen, all the protocols observed. In front of you is Stephen Maina, a businessman and a contractor in Nyandarua. I personally support the development effort made by the government since inception of devolution in our beloved country, Kenya. I can confirm I have witnessed tremendous improvement in terms of development. Before you, particularly to bring to your attention a very important project, sir. The Daragwa Horticultural Market constructed at a smallholder horticultural market program, ShowMap. The project was constructed in 2016 and up to date it is neither been used or taken up by the client. I would plead with the national government to fast track the payment at sub-constituency handover of Daragwa Market because of the following reason. 1, the market had become a hideout of thugs, compromising the security of Daragwa town and the running activities of a nearby school. The student used to attend the night prep, which nowadays does not happen. Being the contractor, I have undergone losses and humiliation from bank, auctioneers, suppliers, workers, to even an extent of almost losing my family. We left the site having not been paid 18,334,755. It has become hard for me to pay bills since all I had was taken by the project. I have seen in distress because other than being auctioned,
My wife have been in and out of hospital. Were it not for SHA, I don't know what I would have done by now. I want to appreciate the great support we have received from the County Commissioner, Mr. Abdizak Jeldeza, who have been able to offer security to the market since 2024, when he became the County Commissioner Nyandarua, because the market was being paradised. Please, Honorable Sir, mimi kutoka serikali ya Ruto iingie kazini. Nimeona msoko mingi watu wakijenga na wanalipwa. Hii yangu saa hii watoto wanarudi shule next week. Wameniambia baba, kama sitarudi secondary school na uliniambia niende national school na jinyonga. My girl alikutwa akienda kwa mtoni kujirusha juu hawakusoma second term. Sir, have mercy on us. Thank you. Asante. Martin kuja hapa, then I will call Third Lindi na nimalizie kwa Bishop. Our guest of honor today, CS Interior, Honorable Kipchumba Murkomen. All protocols observed. My name is Martin Nguge Mwangi, a recovering addict. Bwana CS, today as we speak, I am 1,607 days free of any substance. And I've talked about the days because I live a day at a time. Every recovering addict lives a day at a time. Bwana CS, it is very unfortunate that none of our security officers has talked about the consumption of illicit brews across Nyandarua County. It really hurts me. I say this because when I was in rehabilitation, I went to a rehabilitation that you know so well, Bwana CS. I know you know a rehab at Red Hill called the Retreat Center. You visited that place out of your passion. Akiwa MP, waziri wetu alitembea mahali nilikuwa rehab just to visit and see what goes on there. I want to say that we have a sick generation. A sick generation in the sense that hawa watu wataamkia pombe asubuhi because he literally can't function without taking a sip of hizi pombe mbaya. My very humble request, my very humble plea to our security agencies. You know the people who operate these pubs. You know the people who operate these dungeons. Kindly, as directed by the government, wacha tuache kuachilia watu wanafungua pub asubuhi saa 10, kijana ikifika saa 1 asubuhi, vijana wamelala kwa barabara, and we know exactly where these people are taking these cheap drinks. With your permission, Bwana CS, I want to invite my colleague here, who is the brain behind the community-based rehab framework in Nyandarua County, and my colleague Jane Maru,
to have just a minute. Thank you so much. The Honorable CS, our Deputy Governor, I wish to ride on the protocol established already. Good afternoon, everybody. I am Jane Maru. I work with the County Government of Nyandarua as the head of Staff Counseling Unit. I wish to stick to the timelines, and I wish to state the following: that when an alcohol addict or drug addict dies, then you know who they belong to. And if you know who they belong to, then the fight against alcohol and addiction of drugs must start from among them. And the frontliners of the fight against drug addiction, which is community-based, is the family and the church. When somebody has died, it doesn't matter what the cause was, but the clergy and the family are the frontliners. And therefore, the fight against addiction should leave the boardrooms. It should go to the community. When the clergy are trained, they train the families, and the training goes to the family level at the lowest of the unit. Secondly, the second key players are the government agencies, that is the National Regulation Authority and the security. And finally, the third aspect is the counselors and psychologists, because from where we sit as counselors is that addiction is a disease. So when we come to the community and we incorporate the three, then we shall overcome this menace. Thank you, sir. Thank you so much. Bishop, come up. Then there is the student leader, and the last one will be that lead over there. Student leader attending. Our Cabinet Secretary, Honorable Kipchumba Murkomen, and your team, and our Deputy Governor, Nyandarua County, na viongozi wote ambao mmekuja. God is good, and all the time, and that is His nature. Asante sana. Kwanza naanza kukushukuru sana Cabinet Secretary wetu wa usalama katika nchi yetu ya Kenya kwa kazi nzuri ambayo umeianzisha. Hii imekuwa county yetu Nyandarua ya 31, mahali ambapo umekuwa ukitembea. Kwa hivyo ni vizuri tumpongeze kwa makofi kwa hiyo kazi ambayo unaifanyia taifa letu, na pia kuja hapa katika Nyandarua ili uweze kuungana pamoja nasi. Tunakushukuru sana na tunakuombea Mungu wetu azidi kukubariki. Niko na mambo manne na ambayo ningependa kwanza kuguzia. Ya kwanza niongee kwa niaba ya makanisa. Mimi ni chairman wa makanisa nchini Kenya, na pia ni chairman wa wachungaji hapa Nyandarua, na ningependa kushukuru sana kwa upande wa security, kwa sababu tumekuwa hapa, niongee kwa hapa Nyandarua, tukiongozwa na sisi wetu Jardesa. Tumekuwa pamoja na kanisa tukiungana pamoja, tukishirikiana pamoja na wananchi. Pamoja na jana tulishida maombi katika ofisi yetu ya huko Ndonyojeru, mahali ambapo kulichomwa. Tukaomba na tumeungana sisi kama community na kanisa na administration. Tumechanga pesa, tuliomba jana na kazi imeendelea. Tunafanya installment ya kurudisha hiyo ofisi. Kwa hivyo nashukuru sana sisi wetu na pia ACC wetu Bwana Kinyua Churchill. Jana tulishida na yeye kwa maombi na tukaanza kurekebisha ofisi zetu za maofisa wetu. Kwa hivyo ningependa huo uhusiano ambao tuko nao tuendelee hivyo hivyo, na ningeomba, kuna wakati tulikuwa tunaungana pamoja na
wananchi na security tunasherehekea pamoja, na kwa sababu uko hapa waziri wetu, ningeomba, sababu una uwezo, ile komiti ambayo ilikuwa inaunganisha raia na kitengo cha security iweze kurejeshwa, ili tuweze kuwa tunapata amani na ripoti kutoka chini. Jambo lingine ningependa kuongea ni kuhusu na chiefs wetu. Kuna wakati walikuwa wanafanya kazi vizuri na walikuwa wanapewa na hizi pombe haramu na madawa, lakini hawana uwezo, wako tu na ile kijiji na hiyo haiwezi kafanya. chochote. Hiyo sio security, hawana security. Hizo pombe haramu ambazo zinaharibu watoto wetu. Uhai. Sasa hiyo ni ya biguni, lakini ya hapa bado hatujafurahia. Namaliza. Tukipenda pia tanasi tufurahia katika ulimwengu, hiyo itakuwa juu na juu, kila mmoja nawaombea, kila mmoja aende juu, tufurahie sisi wote. Hata hapa, hata sisi wachungaji tufurahie pamoja. Kwa hivyo ningeomba ya mwisho tuletewe magari, sababu hatuna magari katika ofisi zetu za security. Kama huko Ndonyo naita Kinangop, hatuna gari za patrol. Ningeomba tuweze kusaidiwa na hizo magari, na zikija hata nasi tuletewe. Tuna wachungaji wako hapa, hata yangu ndege yokireho. Na kuna neno la mwisho kiko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ya kwanza mstari wa 10, yasema tuweke amani na tupendane sisi wote bila mgawanyiko, na tukiweka amani Mungu atatubariki. Tuwe na nchi iliyo na amani, taifa iliyo na amani, na tuombee taifa letu la Kenya, tuombee viongozi wetu. God bless you so much. Nimebakisha watu wawili tu, Tende Otieno, who is
amongst us. Na umeona si ma Gen Z ni watu wa kusumbua sana. Si ni ukweli? Lakini tunasumbua, lakini tunataka pia maendeleo ikue. Na bwana CS niliona juzi CS wa education alitoa capitation, help and scholarship for our students, for the universities, and we appreciate that. But there is a mistake. We know that Nyandarua National Polytechnic is a TVET and the leading institution in Nyandarua County. Mbona hakutupea ya TVET? Amepea universities, akaacha TVET. And that one inafanya sluggishness in terms of peace. Juu watu university wakipata tukose kupata, hapo hakuna amani. Ili pia wazazi wetu pia, hata kama bwana CS wanaleo ongeze kitu kwa mfuko, wapate pia kutulipia fee. Msituongeze karo, lakini amtupe scholarship. Ama aje wazazi wetu. Sinyi bado ni wazazi wetu. Sini ukweli? Hata kama CS anarudisha fee ya university chini, yetu ya TVET pia arudishe ili we kama mzazi wangu na CS pia hakikisha amekuongeza kitu kidogo kwa mfuko ukuje unilipie fee. Bwana CS nakuomba tu. Mimi kama mtoto wa mama kwa hapa ama baba kwa hapa. Hiyo kitu kidogo wanaomba waongeze ili wakuje watusaidie pale. Hata tuliona pia na nimegundua Kenya, if you appreciate somebody, you can do it better. Si ni ukweli? Ona venye Harambee Stars wanafanya. Ona venye wanafanya. Na mimi pale penye naishi pale Oljororok constituency penye hiyo nini iko, wanafunzi wengi sana kuongea ukweli, they are using drugs. Na I think Madam Chief wangu nilimuona acha hivyo. Tunasaidiananga na yeye. Na ni ngumu, kuna wakati naweza mpigia simu inamchukua karibu 2 hours ndio afike. Simu hizi ametoroka. Sasa ile gari yenye walikuwa naomba kama unaweza watafutia pia, ili nikimuita anakuja kwa haraka, ili tuzidi pia kupromote hii amani na tusaidiane pamoja. Me as a student leader, I'm willing to work hand in hand with the security personnel to ensure that Nyandarua County, not only Nyandarua County, but Kenya at large, we have peace amongst us. Si wote. Na bwana CS, I'll thank you for everything, and we thank you for your presence, and we believe that your presence will not only leave a gap again, but it will fill the gaps that we have in Nyandarua County in terms of security and peace promotion. Just give me 1 minute to give my CS Finance also to say hi. Yes, a word, tafadhali. Nimeomba tu. Tafadhali, nimeomba. Haya. Oh, CS Finance kuja. Dakika moja. Thank you, Bwana CS, and the distinguished leaders and guests present. Good evening. I'm Zakayo Karanja Moreu, CS Finance, Nyandarua National Polytechnic. And we, as students, leaders, I would like to present some issues that have been so urgent to be addressed. One, as our deputy principal said earlier, our institution is located along the Nyahururu or Kalau Highway, and we have experienced many accidents where we lose lives of our comrades and other residents. So we would wish to be us so that we can have a movement far from the traffic. We'll appreciate a lot. Another thing is we would wish to tuwekewe street rights pia pale. Pale hostels mali tunaishi tuko na insecurities mingi sana. 1 year earlier we lost our internal auditor wa shule who was attacked by thugs because there was no street rights, there was no that
that clear of the incidents where ingeonekana hiyo issue ikifanyika. So we need to tuwekewe street rights such that comrades wakitoka pale shule wakielekea kwa mahostels zao waende wakuwe safe. And thank you very much. Asante sana waziri wa fedha, na hakuna kitu amewaachia. So finally, good. Kaa hapo tu hata ukiongea ukiwa hapo. CS Interior, all protocols observed. I'm Evelyn Gadhieri, representing persons with disability. People with disability confront a range of handicapping situations depending on the extent of their disabilities. Number one, accessibility. Accessibility to facilities, specifically police stations, police posts, chief's offices, washrooms in those facilities not being accessible. What do I mean by accessible? Most of our chief's offices ziko na stairs kwa milango. I have no access to that office. Not only me being on a wheelchair, even other categories of disability. Washrooms to those facilities, milango ni kidogo. So, with my problems nijipange. So, we need each and every facility in our police stations, police posts, chief's offices, zikuwe na milango pana na zikuwe accessible. Number two, policies. Policies and strategies in security sector have impact on the rights of persons with disability. Mostly, they are ignored, especially when it comes to matters GBV and SGBV. Our chiefs are very good. They do their work when any person with disability is affected. But an issue inafika, kama pocket ya the affected person iko sawa, hiyo kesi ipelekwe mbele ama irudi. Kangaroo courts are working. Simply because most of the persons with disabilities are not financially stable. Hiyo kesi inapotelea. But the affected person ana remain kuwa mentally challenged na mentally tortured. The other thing is inclusion. The ongoing affordable housing projects, we need to be included there. Don't look at disability as the lesser thing to consider. Disability is very wide. Disability is very large. There are those categories that can work. The deafs, they just need to be instructed and they will work it well. So we need inclusion. Not only to the affordable housing, even kazi kwa vijana. We have persons who are able and they can do something. When somebody is amputated one hand, ukimpea kazi ya kufagia si atafagia na okote. So we need total inclusion when it comes to matters disability. Empowerment. Nimeona empowerment being done all over, but I have not witnessed any group of persons with disability to be empowered. The eras za kupewa ati walemavu wanapewa ziliisha. We don't need anybody to sympathize us so that we can move our Kenya forward. There is an issue of interpreters in our police stations and police posts. Una imagine a whole police station haina interpreter. Coming there, napigiwa simu mimi nitafute interpreter. Kindly, it's our humble request that our police posts, our facilities, zikuwe na interpreters, na wakuwe deployed wa full time. Si mwenye alikuwa usiku akitoka mchana hakuna, because you don't know whether the case will come usiku ama itakuja mchana. So interpreters tunawahitaji. The other issue is about cash transfer. Inua Jamii. Inua Jamii
assessments and recruitment naona inafanywa na our chiefs through the county commissioner's office. But there is a big question here, Bwana CS. When it comes to plus 70, kila mtu ana qualify. When it comes to persons with disability, ikona severe disability. What is usually used to measure the severity of the disability? Kwani kuna ulemavu na kaulemavu? At least we need you people to look at that, because kuna watu wengine, they are very severely affected, but since there is that severe disability, then huyo mtu anaenda up kuwa tu ameadhirika na ameishi kuwa, yani hasaidiki na serikali. Disability is a club that's never full. Anyone, anybody can join this club. So, sisi tulijipata na tuko hivyo. We are proud of the way we are. But kama hujajipata, kindly, we request. I'm speaking this on behalf of all disability categories in our country. Tafadhali, tunaomba kusikizwa. The world we live in, you people, majority of you does not understand how it looks like, how it is, the challenges in there. And that's why we say, as persons with disability, we own our identities with confidence. And with that, may God bless you. Thank you so much, madam. Na waziri, kufikia hapo mimi nimemaliza kazi yangu ya siku ya leo. I hope sijakosea mtu. Nataka tupige makofi 3 ya kukaribisha waziri. 1, 2. Karibu sana waziri. Utuongeleshe. Asante sana. Haya, tusimame wote. Haya, tufanye hivi. Tuende hivi. Tuende wote upande huu. Haya, chini. Haya, unaweza keti. Asante sana. I think pongezi sana kwa maoni yenu. Mmefanya kazi nzuri kusema yale ambayo inawasumbua na pia yale ambayo itatusaidia sisi kama maafisa wa serikali, nyinyi na sisi wote pamoja kutumikia. Ningependa kusema mambo machache pia mimi kabla sijajibu yale ambayo mmeuliza. Kwanza nashukuru sana kwa sababu mlichukua hii kazi. Unajua nyinyi ndio mlichukua hii kazi, mimi sikuchukua. Mimi nilichaguliwa. Nyinyi mlichukua. So nyinyi mnafaa kupenda hii kazi zaidi kuliko mimi. Because wewe uliapply, ukaenda interview. Askari walitangaza recruitment, ukajipeleka uwanja, ukakimbia. Askari. Vile vile nyinyi machifu mliomba hii kazi sana. Kwanza chief ana gari, watu namna gani na chief ana ofisi. Ukasema I am an innovative chief. I work under minimum supervision. Chief alitaya akuwa na ofisi, akuwa na gari, akuwa na allowance, akuwa na security. So, hiyo inamaanisha nini? Number 1, kabla hatujashughulikia mambo hii yote shughulikia saa hizi,
nyinyi muli wa Kenya na mliitikia mwito. I know some of you mlienda huko unasema mimi hata sio calling in me kuongoza watu. Saa hii mwenye alikupeleka interview angekuja kwa hii baraza atasema kumbe ulikuwa unataka pesa kiasi hiyo. So it's important for us to become diligent, tutumikie watu tukijua kwamba tumechukua nafasi hiyo ya kutumikia watu. Tumepata mwito, tulipewa nafasi. Na kwamba hata kama tuna complain kiasi gani, tuko na 13,000 chiefs na assistant chiefs out of 50 million people. Tuko na askari 1,100 out of 50 million people. So tukijisanya sisi wote, we are a very small fraction of Kenyan citizens. Many of them hawana makazi, na many of them would like to get a job like you do. And many of them would like to have something that keeps them busy, that exercises their mind, that keeps them also getting whatever small thing they get. Kuna wengine hata wakiambiwa tu the only thing you will get kwa hii kazi ni medical cover, watasema wacha nifanye for the sake of medical cover. So these things, it's important for us to first appreciate that even when we have challenges, that person in your location, your sub-location, in your division is looking up to you. Anakuangalia, anaona you are a privileged person and you are a solution to their problems. In fact, saizi wakiwa nyumbani huko, wanajua serikali imekutana wako Olkalau. Serikali yote iko Olkalau, shida zetu zitakwisha leo because they know we are here. So let's take this job very seriously. Number 2, lazima tupambane na mambo ya laziness, lack of knowledge. I hope kila mtu anaelewa kazi yake. Na kama hata hujaenda through training, unajaribu kusikiza. Hata usikie, hata upigie mtu simu unasema hii kitu inafanya namna gani. Saa zingine pia usikize government policy. Hata kama hujapata document ya bottom up economic transformation agenda, wakati serikali ikipita tu hivi baada ya uchaguzi na imepita, ni kazi yako. Unajua sasa nimependa ule ni nani alisema, was it a chief? Ni chief ama it was SCC? Ndiye alisema sisi ni kama ambulance. Ilikuwa assistant chief ama ilikuwa chief? Assistant chief, ndio? Ni chief, ndio? Assistant chief. Alisema sisi ni kama ambulance, tuna complain tukiendanga. Yaani unalia ukienda. Hiyo ni mzuri sana, nimebali mambo yako. Hata kama tumesema hii mambo yote, safari inafanya nini? Inasonga. So it's important for us to make sure that serikali ingine tunavaa yani another government ikikuja na agenda ingine tunabadilika mara moja, tunaingia kwa hiyo na kukubali haraka na kuelewa. Na hata kama wachakuja for civic education, that is why najua kama chief, hata kama tuombi kura, si tunakuanga ile baraza watu wanaomba kura. So unasikia mambo yao, unasema hii kipita nitafuatilia, huyo akipita nitafuatilia hivi. Unajua. So when government comes to place, it's good to understand. Wewe elewa nini ni bottom up economic transformation agenda. Mambo ya shani nini? Mambo ya agriculture registration ni nini? Mambo yenye inahusikana na mambo ya digital jobs ni nini? Mambo yote hii ya policy ya government, mambo ya housing, uelewe housing inafanywa nini, so that you are ready to serve. Usikubali kama chief, nilikuwa naambia hata wale machifu wa Murang'a jana, usikubali kama chief uende baraza na mtu akuulize swali na useme sijui. Ati mama amekuuliza kwa village maswali na chief ya serikali ya Kenya amevaa crown, ajui ni nini chief ajui. Unamwambia mtu hata akikuuliza kitu and you are not very sure, unamwambia Deputy County Commissioner was trying to confirm something. I will confirm properly and then I will reveal to you. Mkutano utajikuta mkutano imeisha, ule mtu anakufuata anakuuliza na ile umeconfirm, ile mwambia bado baraza yenyewe inakuja. Na uende upate ile akili, ukue tayari, ile baraza inakuja ukuje umjibu yeye.
ama umpigie simu useme oh ile kitu sasa imeconfirmiwa iko namna anasema hii chief ako sharp. Ukiona kuna subject kuelewi, tafuta mtu kwa mkutano mwenye unajua anaelewa. Na ujifanye unasema unajua kama chief sifai kuwa naongea saa yote. Wacha tupatie watu wengine nafasi. Wewe nani? Hebu eleza hii maneno ya nini? Akiuliza, akishaeleza watu wameelewa, wamepiga makofi, wewe unasimama unasema kuna mengine ningeongezea yenye huyu amesema lakini kwa ile baraza nyingine. You have to be as innovative as possible. You take advantage of the resources that you have to make sure that you are building the capacity of your people and you are innovative, creative. Yeah. Wewe mtu chief, unajua kila kitu, you are supposed to be creative, you are supposed to be many things so that you can be able to move forward. So, be knowledgeable. Number 3, and that is the same for the police officers. Police officers usiende mahali tu na uende ujifungie police station. You know? Kuwe mtu hata jina hujulikani. Hiyo division yako, lazima ukitoka division watu wanakujua. Na sijasema uende kwa busaa na changati ndio watu wakujue. I'm just saying you must have good relationship with those people because that's where you go to church, you are going for social places, unaungana na watu wakiwa na shida ama wakiwa na furaha. You must build relationship mpaka people trust you, you know? Hata ukiita watu useme police station yetu ilichomeka kwa na fulani, tunaweza toa mabati tufunike for the time being. Watu wenyewe wanajitolea because they know this is our OCS, this is our police station. We need to foster good working relationship with the people that we live in every corner of our country. Number 3, we must fight this monster called corruption. Corruption ndio inatusumbua. Inatusumbua sana. Wewe chief, mtoto anakutaka recommendation ya mambo ya kwenda university ama ni wapi ama safari ama anataka documentation. Hii yenye inaumiza wananchi ni hii yenye unamwambia ni wino ya kalamu ilikuwa imeisha, sina kitu ya wino ya kalamu. Sasa mtu anatoa kalamu kutoka hapa anasema chief andikiange kalamu kama hiyo, kuna kalamu yake. Sasa kumbe unataka kitu kidogo, you know? Yenye natumaliza as police officers ni kitu kidogo. Yenye mtu to investigate lazima upeane kitu kidogo. Ku church lazima ikuwe kitu kidogo. And we should not lie about it. It's a cancer that has stayed with us for many years. I want to request as assistant chiefs, OCSs, police officers here, let's deal with this monster of corruption head on, you know? Na sijui, unajua imekuwa normal in some cases. Kwanza ya traffic. Ule jamaa alisimama hapa wa traffic. Ule traffic, anaitwanga traffic? Base commander, yeah. Ulisema mambo mazuri lakini ukusema hii ya kitu kidogo. Sijasema wewe, nimesema kwa traffic. Alma wewe unataka kukataa hata hakuna. Get it too, lakini unajua usema kweli. Unaona mtu amevaa ground mzuri kama hiyo, lakini anajifanya anaona insurance ya gari hivi. Alafu conductor anavita na mikono inakutana na anaendelea kujifanya ni kama hajashika kitu. Na unaona tu ndio hiyo mkono imeenda ndio ile imeingia kwa mfuko. Hapana. We have, let me tell you, hakuna haja kudanganyana. Hii ni obvious. Hata wakati unakuaga gari unaona tu watu wako matatu wanasema ona. Ndio hiyo mkono imesonga, ndio hiyo imeenda iko kwa mfuko. Asante sana ofisa. Mwingine anarudia tena. We have to face this thing. We have to get it from our police officers, from our chiefs, from wherever. And mliona rais amesema maneno ya corruption. Hata wabunge uliona jana walisema mambo ya nini? Corruption. So sisi wote lazima we discuss, wananchi, wabunge, police, chiefs, mawaziri. There is no one who is not supposed to do something about corruption in the country. Na haisaidii kuwa defensive. Haisaidii. Nikikuja hapa niseme wale wanasema askari ni corrupt. Watuambie, waliona wapi? Waseme ni askari mgani? Sindaambiwa surely. Kwani yani wewe are you a stranger in Jerusalem?
Hujui tu hiyo shida iko. So kitu yenye tunajua iko, hakuna haja tupigiane kelele ama tukue defensive. It's important first we accept we have a problem. And this is the problem across the country. In the executive, we know we have a problem. In the judiciary, we have even a big problem. In the legislature, we have the same problem. In also police, kwa chini tuko na problem. Kwa chiefs, kwa kila mtu. This starts as a country for us and by us owning all of us from top mpaka chini and from chini mpaka juu that we got a problem, so that then we all of us say, how do we confront this monster of corruption? We don't leave it to EACC. I see people saying, hiyo ni kazi ya EACC. Hapana, kazi ya fighting corruption ya kila mmoja wetu. It starts with our personal behavior, personal commitment, transparency in what we do, and making sure that we become accountable to the people of Kenya. You know, and that's all. That's actually how best we are going to deal with this issue. Kwa mambo ya Nyandarua, I have heard you. Challenges ya Nyandarua, yenye nimesikia nikiwa Nairobi na nimesikia hapa, ni wizi ya mifugo. Ng'ombe, mbuzi, kondoo. Mbuzi hata sio mingi, ni kondoo zaidi na ng'ombe. You know? And hata punda inaenda? Ala, na punda. Na umbwa pia. Nimeambiwa mnachinja umbwa mnauzia watu. So this problem we must confront it. And I'm happy that the security team kwa Nyandarua imekuwa ikipambana nayo. Nimesikia vizuri sana from the business guy here, and he made the most eloquent representation of where the problem is. Mtu anaenda kuchukua loan, anachukua kwa sacco ama kwa cooperative, anaenda kununua ng'ombe. Kabla hata hajamaliza loan ya ng'ombe, ameenda kulala, anapata asubuhi ngozi ndio imebaki peke yake na kichwa na matumbo. So it is also affecting people's livelihood. So there is a part yenye wananchi watafanya, there is also the part that is going to be done by the citizens. Citizens wamehamasishwa. Niliambiwa na security team kwamba wamekuwa wakijaribu kuhamasisha the citizens kwamba usiwache ng'ombe yako tu ilale huko. Yani uko na shamba ya 10, umewacha kondoo na ng'ombe ilale kwa gate na wewe uko mwisho ingine ya shamba. You know? Sasa mtu anachinja, ana kila, yani mpaka amalize kuchinja, mpaka ameenda. You know? Na haujasikia because ile zizi ya ng'ombe ama kondoo umeweka mbali na penye wewe unaishi. There are some certain basic things that we have to do. You know? Mambo ingine nimeambiwa kwamba although ingine sio makosa, nimeambiwa huku ni baridi, watu wa Nyandarua wakilala wamelala. Sijui kuna kitu mnameza ndio mulale ama mnalala aje ndio mtu akilala amelala. So nasema watu wengi hawasikii hii maneno yakifanyika. Hiyo sio makosa yenu. Hii ni baridi hamkuleta hapa, hizo sio makosa yenu. Lakini itabidi kwamba pia we must enhance our intelligence gathering and sharing of information. Wa wananchi to trust, to share information, but wakishare na sisi we must also take action. Because watu wanaogopa kuongea wakijua kwamba they are not safe. You know, wakipeana information watavamiwa. Ndio uliona kwa Ndonyonjeru, wananchi wengine, sisemi kwamba it is justifiable, walitaka kuchoma cell kwa sababu hawataki watu wapelekwe kotini. Hawana trust in the judicial system. So it's important for us to also build confidence in the justice system, so that, and this is also important for the kotini, the court also itself, kwa vile wakipelekewa suspects na mtu apewe 2,000, 1,000, haitasaidia kitu, haita make the difference that we wanted it to make in terms of punishing those offenders. Lakini offenders wakipanishiwa, we will deal with it. Nimesikia pia kwamba hiyo imefanyika kwa sababu there is collusion also with our police officers. Wale ambao wakipewa information hawafanyi, ama hawafanyi patrols, ama hawafanyi kitu, and that in some places mabadiliko imefanyikwa kidogo, imesaidia. Kweli ni kwamba hata ina jukwaa la usalama throughout tumeambiwa kwamba overstay ya police officers inaleta familiarity and compromise, and it's important to continue changing
officers. Kuna watu walipostiwa hapa mara ya kwanza na wanasema ni hardship, ni kwa sababu ni baridi. Sasa bwana IG, peleka hawa Tana River penye ni joto na ni warm. Yeah. Simeelewana? Asante sana. Pengine waende Kibish, Mandera, Tana River. Hii baridi itamaliza officers na kuna nafasi ya kwenda safari mahali penye iko na joto. Shida mingi kwa. Ama namna gani hapo mnasemaje? Yeah? Hata hawa chiefs vile wanapigwa na baridi, I think tubadilishe ndio chief sio lazima ague location yake. Once in a while tunapeleka chief aende afanye kazi Kerio Valley huko. Alafu tuongeze allowances ya risk allowances na responsibility allowance. Kwa sababu chief in terms of structure ni mtu ya hiyo location. Hawa maofficers wengine wa serikali ambao wamezoea hapa, especially police officers wenye wamezoeana hapa, ni vizuri pia waende watumikie sehemu zingine za Kenya, ndio also wasikue familiar na the environment where it is. Wale wamekaa tena kwa joto sana huko Lamu wakuje pia hapa. Kama namna gani? Wasikie baridi kidogo kidogo kidogo. Hiyo ndio uzuri ya kufanya kazi kwa security, ngao hii ya kutembea. Ukimaliza hapa unaenda Homa Bay. Unaenda ukaa huko Homa Bay kidogo unaenda wapi? Lakini transfer ikuwe inapangwa also in good times. Namna hiyo. Kwa sababu unless it is for strategic security reasons, tumesikia ile proposal ya ACCs especially na police officers hapa wamesema end of the year ndio una transfer mtu ndio apangie watoto shule the next year, you know, it's a disrupt to ikuwe a very disruptive transfer. Ya pili ni mambo ya bangi, pombe, dawa ya kulevya na hiyo mambo yote. Nimeona pia kazi imefanyika hapa kupunguza. Na to be very honest, of many of the counties, this is a county I am convinced wako na better legal framework ya kupambana na inaitwa nini, licensing ya mambo ya pombe. There is a greater involvement ya ngao kwa mambo ya licensing. So if you work together with the county government where there is challenges, I'm sure tutaweza kufunga. Sio kama Murang'a ama Kiambu where I was and people were really complaining about license. Sijui, I don't know, I should have asked earlier, the officer wa county, how many bus are licensed hapo? Mtu mwenye anaweza kuwa anajua. Yeah, just confirm kwa mtu. Kwa Kiambu, kwa Murang'a ni 2,457. Yeah. Kuna club iko Kenol. Night club iko Kenol lakini ni 10 by 10. Ni kabox kadogo hivi. Lakini kwa license ni night club. So I don't think that challenge is bigger here. And it is possible tuweze tuka sort those issues here if we work together. At least there is a good legislation on county government. Pia tuhakikishe kwamba hii mabangi kidogo na nini, we make sure that we bring. Niliambia na nimeambia officers everywhere, ukiona penye kuna bangi, kuna pombe na inaendelea na hakuna kitu inafanywa, kuna uhusiano ya chief, assistant chief na OCS wanakula pamoja na mama bima. Hiyo ni ukweli. Hakuna venye pombe inaendelea bila chief kujua ama bila OCS kujua. Hakuna. Kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Kuna chief. Hata mwenye anauza, hata ule anaiba mbuzi. Chief angekuwa tu serious angejua. Chief ni mtu anajua mambo mengi sana. Si ukweli ama si ukweli? Si unajua Nyandarua hata inajikasa si mbaya kwa mambo ya bus. Wako 1009. Si mbaya sana, lakini mingi bado. Yeah, it's 1009. Unajua chief anajua mambo mengi. Chief anajua ulilala wapi, ukaamka saa ngapi. Ni ukweli? Hata chief ukimuuliza, hao ndio wanafanya IDs na nini? Ukiuliza chief, huyu mtoto ni wa nani? Wakati anapeana IDs, unauliza ni ya nani? Anakuambia mtoto ni ya so and so, lakini so and so anafikiria ni yake.
lakini wacha tuweke tu ID vile imesemwa. vile imesemwa. So kama chief anajua hiyo mambo yote, hakuna vile atakosa kujua ni nani anapiga pombe, ni nani anafanya mambo fulani. So nyinyi go back to your locations and do your job. Yeah, make sure that the information is being passed properly. Work with the OCSs. If that's where the problem is, escalate the situation to your SCC and DCC. Huyo DCC atajua through sub-county security committee how to recommend OCSs or police officers who don't do their job. The same for police officers, you know your job. If it's the chief who is giving you problems, you know how to pass the message to the necessary security team so that we can discipline the chiefs and assistant chiefs who are not doing their job. It's important for all of us to do our job. Ya tatu, mumesema ni shida ya homicide, femicide, and mental health. There are so many cases of suicide hapa that are coming from mental health. Na mental health ina contribute na many things. Sometimes ni stress ya kikazi, pressure ya maisha, watu wanasomesha watoto, kuna school fees, kuna nini, kuna mambo mengi. Zingine zinatokana na societal problems. Watu wamefanya tu ati femicide ni normal. Ati ni nani analia kwa ile nyumba? Ati ni baba nani ana discipline bibi yake. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna uwezo ya baba nani kudiscipline bibi yake. Na pia kwa sehemu hii nasikia kuna story nyingine ninaambiwa, unajua mimi ni mtu ya umumu. Ninaambiwa nitakuwa Nyeri kesho. Lakini lazima niongee kwa upole kwa Nyeri kwa sababu ni kwa in-laws. So acha nisemea hapa. Unajua kwa hapa naweza kuambia kwamba kwa sehemu zingine hapa nyinyi ndio mnanyorosha wanaume wa mama. Ni uongo. Na hii wenye ati kwanza na OCS ati mzee akifika police station amekuja kusema nimechapwa na bibi, anaambia ati umechapwa na so unataka nikuandikia ati ulichapwa na wewe nani bwana, rudi nyumbani enda ujitetee. Yeah? Because we don't believe kwamba men are also being beaten. There are a number of men wenye watandikwa kwa nyumba. Kwanza wale wenye walikuwa wanapiga bibi wakiwa bado strong, alafu akaanza kuingia pombe. Wakati sasa ameingia pombe amekuwa addicted, ni bibi ndiye anatan ndiye ananyorosha bwana. So hata imejulikana kwa villages ati ni baba nani amerudi kwa ile pombe yake, mama Njeri ndio alikuwa anamtengenezea tu penye atalala chini ya kitanda. Yeah? Please, let us not normalize femicide, and let's not normalize homicides, and also gender-based violence. We have to deal with it. We have to deal with it. And even for mental health issues, chiefs and assistant chiefs, kwa baraza zenu, you need to give a lot of time to mental health issues. Kama kuna counselors wako kwa locality yenu, during your baraza, patia huyo counselor 10 minutes, aeleze watu mambo ya mental health. Kwa sababu kuna watu hawaamini, and you know some of these also pastors have been trained on counseling and mental health. Those ones who have been trained, give them a chance, waeleze watu kwamba mental health ni kama physical health. Ni kama tu vile uko na malaria, umepata homa, umepata diabetes. Mental health is a disease like any other disease. Because watu wengi, because of fear, wanaona kwamba mental health ni something yenye ukiongelelea, watu wanasema ati amesema karibu akuwe wazimu, ati mama nani alisema anaenda kuwa wazimu. Afadhali hata wamama because they speak. Men are the worst victims of mental health issues because wanajifanya ati yeye ni mwanaume anaweza handle chochote. Let us normalize conversations about mental health so that we don't find our people having committed suicide. And that includes also bullying. These are things we need to talk about. Bullying in schools, bullying in society, bullying in social media. Mliona Chief Justice jana akisema kwamba judiciary is being bullied. Ati we are being bullied so that we make decisions in a particular manner. Ni ile tu hatujapata forum kama hii. Mimi nangojea forum yenye tutakaa wote na Chief Justice. Hakuna watu wanakuwa bullied kuliko wanasiasa.
hakuna mtu Kenya is bullied than the president. You know? Watu wana bullying is a very serious crime that we are abetting in Kenya. Ukiona saa hizi kwa social media, unapata msichana mdogo anatusiwa kwa Twitter, ametusiwa kwa TikTok, wameenda huko kubully young girls. Yeah? Police officers, they are being bullied all the time on social media. Majina yao ikiwekwa hapa, hata wengine wanaambiwa tunajua mtoto yako wako shule gani, sijui tutakufanyia nini. MCAs are being bullied. MPs are being bullied every day. Senators, governors are being bullied. Ministers. Sasa judiciary are saying they are being bullied. My message to the Chief Justice is that we are all being bullied. The only problem is that you have normalized, as judiciary, you have normalized the bullying of executive members and the legislature members. Now, when it catches up with you, ndio mnasikia uchungu. Lakini every time tukistaki mtu kwa sababu ametusi mtu kwa social media, amefanya false allegations against somebody, police officers wakishika huyo mtu wapeleka kotini, it is the judges and the magistrates who sometimes insult the police officer, insult DPP, and insult the executive kwamba we are attacking freedoms. Lakini ikifika magistrate ndio amesemwa, ama judge amesemwa, anasema we are being bullied. I am glad the Chief Justice spoke yesterday about bullying. It is time in this country we have an open conversation about bullying as a way of increasing mental health challenges and attacking the very basic of families. Kuna mtu anakubaliwa kwa social media, anatusi waziri, anatusi rais, anatusi mbunge, anakuwekelea bibi mwenye sio yako, anasema mtoto ni nini. Huyo mtu anafikiria we ukienda kwako jioni umeenda kukutana na bibi yako, na imeandikwa kwa hapo kwamba kumbe so and so ni nini na nini na nani. Yeah? I even see sometimes how women leaders, especially women cabinet secretaries and women members of parliament, are bullied on social media. But when they report and we take legal action, who are the first people to release those people on bail? Sini judges. Sijawahi kuona watu ambao wanaogopa ile kitu wanatetea kuliko judges na journalists. Journalists ni wakali kama hawa, wakiwa nyumba ya, kama hako nyuma ya kamera huko. Lakini yeye upendue kamera uweke yeye na uongee mambo yake, anakwisha. Unapata amelala kwa nyumba anasema nitajinyonga. Yeah? Na sisi wenye anatuwekelea hii mambo kila siku, anafikiria tunaenda wapi? The same to judges. Hii mambo tunalimwa, sisi tunalimwa. Unasikia judge ameandika judgment ya how many pages? Akisema freedoms in Kenya must be protected. Wacha kamera sasa hiyo maneno inaandikwa kuhusu hizi waandikwe wao. Oh, we are being attacked, we are being finished. So we either agree as a country to deal with bullying, all of us, because if it is injustice to achieve justice to be bullied, it is also injustice for a small girl to be bullied on TikTok. It's also injustice for an MCA to be bullied on Facebook. It is also injustice for the president to be bullied on social media. This thing we must, and the conversation that the Chief Justice started yesterday must stop being about judiciary. They must not look about themselves. They must look about the well-being of the country. And if they are determined for us to deal with bullying, they must work with us to ensure that there is enforcement against bullying. And I'm telling you, in other countries, bullying in school is one of the top crimes. Your child is suspended immediately akionekana amebully mtu mwingine. In Kenya it is normal. Ati alikuambia nini? Ati hiyo tu matusi, kwani matusi nakufanyia nini? Wewe endelea tu kwa shule. You don't know how it affects people's mental health. I thought I should say this today here. So even as we are law enforcing agencies, we must take these things. Mental health, bullying, the things that are so subtle to us are the things that are leading
to suicide yenye sisi tunang'ang'ana nayo. Number 3, nimeambiwa ya mwisho. I think I have said mambo ya pombe, I have said mambo ya drugs and alcohol, and I have said mambo ya homicide and femicide katika sehemu hii. Ya mwisho, I am glad nimeambiwa kwamba mambo ya gangs hapa very serious. Nimeambiwa it's the neighboring counties where you have cases of you are on this other side, you are nearing Nairobi and other places. But we still have pockets of characters, yeah, who are involved in gang activities. Pia, hii maneno ya political gangs na maneno ya maandamano yenye tuliona kwa Olkalau yenye hatujaona before. Mimi nawaomba chiefs, wajana sasa OCSs kwanza, chiefs na mlesaliwa hapa, nyinyi ni wazee wa mama na pia watoto wa hii county. You have our barazas to enlighten them on the dangers using gangs and radicalizing young people for political reason. Wanawacha hao watoto na sisi, saa hizo wamekuwa organized gangs, wana terrorize wazazi, wana terrorize biashara. Hii uwizi nyinyi mnasema mbuzi na kondoo. If we don't do something about radicalization of young people and being misused for political reason. Ile maneno tuliona at police station na chomwa, sijui magari na chomwa, sijui maandamano yenye iko na vita, ile mimi nimesema namna hii. Tulifanya kazi yetu, watu wakakuwa arrested. Tulifanya kazi yetu, wamepelekwa kotini. Tunashukuru judiciary where they support. We want to see that these criminals, especially the financiers and the organizers of violence, wale tumecharge for terror, we want to see them convicted and stay kwa cell for 30-40 years. Ndio watu wajue kwamba it does not pay to misuse other people and to burn other people's properties, to burn other people's cars, to burn other people's supermarkets. Wewe unafikiria mtu ameng'ang'ana hivi na hii baridi mpaka amejenga nyumba hapa town, alafu mtu tu anakuja kuweka moto, na huyo mtu hati anasema anashindana na waziri Murkomen? Ni mtu wako Nairobi, anafanyia kazi, ofisi yake iko Nairobi. Sasa unaenda kuchoma nyumba ya jirani yako, mnaongea lugha moja, mlizaliwa pamoja mnaishi pamoja, hata mmeoana. Unaenda kuchoma your neighbor's property to make a statement to a cabinet secretary who is in Nairobi. So at the end of the day, what have you done? Inamaanisha ulikuwa na chuki kwa roho, ulikuwa na wivu kwa mali ya huyu mtu. Unadanganya tu, unataka kudanganya kutumia maandamano, ulitaka tu kuumiza huyu jirani yako. That is something we must deal with. Unajua, tukiwa na President Uhuru, because nilifanyia kazi President Uhuru, siku hizo tulikuwa tunaenjoy watu wa opposition. Tunasema tukikuja huko, sasa tunaenda Nyeri hapa, tunaenda kusema huko watu wa mlima ni watu wazuri, ni wanabiashara, sio watu wa fujo, sio watu wa maandamano, sio watu wa kelele. Na juzi nini ilifanyika? So tulikuwa tunaona kwa TV, hata mimi najiambia, because in the heart of our hearts we thought these are people wameamua hawataki mambo. So what does that mean? There is no part of Kenya that is immune from this kind of protests na maandamano na kuchoma vitu. It only takes a small trigger to cause a problem anywhere in Kenya. So what should we do? We need to put up the fire when it's still small in our villages by talking to our people. How can you, si nilikuwa hapa siku ile nikakuja kuomba kura,
Mimi nilikuja hapa nikaomba kura, nikakuja engineer wapi, kila mahali hapa. Tukiomba kura. Hata kuna kijana nilikuwa nimemshika mkono, alikuwa amepotea. Kwa naingia chama kingine, akasema ni mtu mkubwa kwa chama kingine. Nikaenda kutoa huko, nikaingiza hii chama. Amechakuliwa, amekuwa mtu mkubwa. So juzi nilikuwa na jamaa namwambia yeye ni nini hii imekuingia. Sasa tutakuwa tunafanya kazi ya tengeneza bomoa. Tengeneza bomoa. Please. Na hakuna watu wengine wataongelesha hao watu. Na sijasema muende muombe kura atumpigie wapi, hapana. If we can have our country yenye ile ya zamani, I'm sure the most senior, maybe kina Beverly tu na wachache ndio walipata Moi. Siku za Moi ya kidogo. Lakini ile wacha hata Moi, wewe ulipata Moi ya multipartyism. Ile Moi ingine ya 80s. Yaani KANU ya zamani ya Kenyatta na Moi. Unaita tu baraza na inasimamiwa na DC. Alafu politicians wote wanakuja kuomba kura, DC ndio anashika mic. Kama vile RC alikuwa anasema, naambiwa tu kuja shika ongea. Wewe unaongea yako, wengine wanapiga makofi, unaenda kukaa, alafu watu wanaambiwa endeni nyumbani mtaenda kupiga kura. We need that kind of politics. Where, of course I'm not saying come for one meeting, but where it doesn't matter what meeting you go to, people watapiga kura na kwenda nyumbani. Let me tell you something, because we may not have such a meeting before next elections. We may have it in different format. If we want to deliver successful, safe elections in Nyandarua, we must invest in you, the chiefs, you, the assistant chiefs, in talking to our people to observe law and order from now. Yeah, from now. We must also make sure that all the our aspirants nini wote, we recruit them to peace. And we must make sure that the troublemakers are arrested today, not tomorrow, today. Ndio ikuwe funzo kwa wale walikuwa na kwa akili yake kwamba atakuja kuchoma mali hapa Nyandarua, atakuja kuumiza mwenzake hapa Nyandarua. Like the lady spoke, you want us to have more disabled people here? But, by choice, by almost like a choice, because we are going out of our way to attack our people. We just need. Na Nyandarua, na mimi, unajua kuna watu wengine niliongea mahali wakasema, wewe uko na haja gani? Wewe utoki huko? Mimi sio waziri ya village mwenye natoka. Mimi ni waziri ya Kenya. Olkalau kama waziri wa interior, mambo ya usalama, Olkalau ni nyumbani kwangu. This is my workstation. Just like Olkalau is my station, Lamu is my station. The well-being of every part of Kenya is my responsibility. And the well-being of Kenya is the responsibility of the government of Kenya. We cannot abdicate that responsibility to gangs, to sectarian people, and that is why we are government officials to make sure that. Now, there is no problem. If people tomorrow elect another person, there will be a government. These chiefs will still serve that government. Just like they served the other government. Ukweli ama si ukweli? Yeah, so our duty in this ministry is to maintain the sanctity of the state so that there is something still called government. And there is something safe this called Kenya. Kupata chief anasema sisi watu wa sisi tumesema kama watu ya sijui wapi. Wewe ni mtu ya unatoka hapa lakini wewe ni mtu ya Kenya, mtumishi ya Kenya. Wewe ni serikali, ofisi yako imeandikwa Office of the President, Chief's Office. Hata kama ni ambao umeona tu mahali imeandikwa Office of the President. Unajua kuna tourist mwingine alikuja huko kwetu. So akaona Chief's Office yenye imechakaa iko kona imeandikwa Office of the President. Those days I was still young, I was in the university. Akaniambia, oh, the President of Kenya, Kibaki, has his office here? So, don't forget, you have a high office. Please, let's do these things so that we can move our county mbele. Kwa yale mambo ya welfare, yenye mmesema, truly we have recorded those issues. And you have said a number of things. Number one, tumekubaliana kwamba the infrastructure
yenye offices yenye sisi tunafanyia kazi iko na shida. Iko na shida kabisa. Chiefs wengine ofisi yao ni iko kwa mfuko. Anang'ang'ana na stamp. Wengine wako na ofisi kadogo. Na sio hapa peke yake, Kenya mzima. That's why ulisikia nikiuliza ulitoa mambo ya what you people are doing kwa CDF, because that's an area we really need to sit down. Hata saizi when there is a debate going on about CDF, na nimetangaza kwa Kenya mzima, mimi na support CDF. Mimi sikubaliani CDF irudi Nairobi. I am one person who believes kwamba tangu CDF ikuje mashule yetu imebadilika. Yeah? Ukweli ama sio kweli? Hata mambo ya police stations zingine zimejengwa ni kwa sababu ya CDF. Na mambo ya chief's office and all that. Sasa kwa sababu waziri wa usalama ana support CDF, sasa wabunge na CDF board lazima tuketi chini tukubaliane percentage ngapi itaenda kwa kila constituency ijenge infrastructure ya security. Isikue sisi ndio tunabakishiwa ile mabaki. Wakishajenga mambo ingine, sijui ICT labs, sijui wapi, wanasema na muangalie chief's office. Na ile chief's office inaenda kujengwa hata ni box tu hivi. Hata haina kiti. Sisi tumefanya design kwa ofisi hapa. Sasa there is a standard design ya a proper chief's office, across the country. Na tumedesign a proper police station yenye iko na cells ya kutosha. Cell ya wamama, cell ya wazee, cell ya vijana boys, girls, na cell ya transgender. Alafu iko na ofisi ya DCI, iko na mahali ya kustore vitu, iko na armory, iko na kila kitu. So that design ndio tunataka tutumie tujenge police stations across the country. You know why it is funny? Maybe a police station, a proper good police station is about 20 million. Okay? Can you believe that in a constituency, you are lucky if you have more than 5 police stations in a constituency? Maybe 5 at most. Yeah? Kwa mfano hii ni Olkalao. Iko na police stations gapi? Wapi sub-county commander? Iko na police station gapi? 3. You can see there are only 3. Can you imagine? Hiyo 3 imejengwa yote? So you see? Just imagine. Those 2 are not police stations. Can you imagine since independence, kuna police stations ilijengwa 1931, 32, ni mzee. Hata yenye ilijengwa 60s, 70s, ni mabati tuliwekwa pale, ama ni nyumba ya matope. What is this that makes people not even have to look at police stations? Either it's our mistake in the security sector, we have not sensitized them on the importance of building these police stations or something. So we have agreed that we must build all standard good police stations. And we'll work with the CDF and also look for funds from the budget in the ministry so that we can construct good police stations where we can work and good chief's office and the assistant chief's officers so that we can have good services. Number 2, mobility. Hatuna magari, hiyo ni ukweli. But the good news is that we are working on the procurement ya magari. About 3,000 vehicles, which will be shared by Ngao and also police and prisons. Tuta distribute, vile tutaweza kudistribute, and then next year maybe do another procurement. And I understand your problem. Chiefs, kama wewe chief unahitaji gari kuserve a location, then there is a problem. Bado unataka gari kufanya location, na bado unataka location igawiwe mara 2 ama mara 3. So ni gani wewe unataka? Either ubadilishe location ikuwe division, ama wewe ufanye kazi kwa location yako. Chief, kwa nini? Why you don't need a car? You don't need a car because you are part of the community. Gari, you use it once kukuja kuona county commissioner ama assistant county commissioner. No, let's tuambiane ukweli. Kama gari unataka gari, hiyo ni yako wewe kama gari yako. What chiefs at least should have told me ni tukipata motorbike tutashukuru. Itasaidia kuenda kazi kusonga mbele. If we are unable to provide a car for your police station, unafikiria tutaweza pesa ya kununua gari? Kwanza kuna madam chief, lakini lazima kuna pesa hapa Nyandarua.
Kuna Madam Chief alisema hapa, ukitupatia tu 200,000 ama 300,000, alisema tu ukitupatia tu 300,000 tutajaza. Mnaendelea mzuri. Unajua kuna watu wanauliza tu ukituongezea 3,000 kwa hii allowance yetu tutaweza kupika masimu na kufanya kazi yetu kama chief. So what we need for the chiefs is not the car. We need for the chiefs the motorcycles that are functioning, that can take them from the locations to their own headquarters. Pigeni makofi. Aya, msipopika makofi ya Nyandarua hata ikae ikue ya mwisho wakati inaletwa. So what we can try and what we are trying in the procurement now is to see if we can replace ile motorcycles mlikuwa nayo, and also those who don't have it, we can give them a few of the motorcycles. Na also ACCs, tuwatafutie ACCs magari. Unajua? Wapi ACCs wenye wako hapa? Now I like what the ACC, unaona ACC vile alisema she was very realistic. Or he was very realistic. Anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Jonas Savimbi. Yeah. Unajua Jonas Savimbi ni mtu wako na ndevu kama mimi, sio ati sio kama akona very, yeah, he said the right thing. That is a very being realistic. Amesema tukipata kwanza hata gari moja per sub county ya kushare kwanza as we do more procurement, and we will put that into consideration. That is already our plan, at least every nini. Yeah, unajua sasa Madam ACC anaitwa nimesahau jina, she said who? Judith. Yeah? Sasa hebu angalieni huyu Madam ACC kweli jameni. Apande nduthi. Alafu kale kamse wa nduthi anamwambia shika vizuri. Please jikalie. So visa ya serikali anaumia ama namna gani? Unajua kuna mmoja alituambia huko Makueni ama ilikuwa Kitui, kwamba alienda, kuna ule wa Makueni kwanza alituambia alienda mtu wa nduthi akamwangusha, akaanguka na kofia ikapingirika. Ati mtu akasema serikali imeanguka. So we have to do something about ACCs. Unajua Dio ya zamani alikuwa ni Dio ama namna gani? Sijui mnajua hata chiefs Dio akifika nyinyi mmesikia Dio anakuja area leo, hata wananchi mnaona Land Rover ya white ama ya green. Lakini sasa mmekatakata divisions imekuwa dogo ndogo. Sasa Dio ako na nyinyi, na vile ako na nyinyi serikali imeshindwa kununua magari ya kutosha kusukuma. But we need a pool car yenye wakienda responsibilities yao wanaenda kazi kufika pale wafike at a good time. Kwa mambo ya responsibility allowance, security allowance, and not I think risk allowance, the only thing that makes sense hapa kwa watu hapa ni risk allowance. Yeah. Sahi ile watu wako Mandera, ukimwambia unaenda Nyandarua hawezi hata kukuuliza transport, wapi transport ya kubeba mzigo. Atakuja himself kuja kuripoti hapa Nyandarua. Yeah? So hata kama tuko na baridi tuvumilie tu, baridi yetu ni yetu ya hapa. The thing we can ask that makes sense hapa ni risk allowance kwa the chiefs who are functioning huko na nyinyi wenye mkienda operations and so forth. Otherwise OCS akisema ati Nyandarua ni baridi sana, tunataka risk allowance, so tumsaidie tu OCS aende hapa Samburu, Sarolipi hapa chini penye iko warm na ni mahali pa kutembea na mguu asiye mbali. I tell you, the thing, especially for you who are transferred to work in such places, maybe the period of time mtu anakaa hapa inakuwa too long. It's not necessary. Maybe 3 years, at most 5 years. You serve 2-3 years, you move. 2-3 years, 3 years, 5 years, you move. Sasa chiefs wanasema ati wapewe hardship allowance at their own home. Yani kwa nyumbani upewe hardship allowance.
Yes, yani uambie wewe mwenyewe uko na risk. Sasa watu wa Tiaty wataniambia hapa kuna bandits mingi na ni chief ya huko nyumbani. What you need is risk allowance and maybe extraneous allowance yenye unasema. Lakini ya hardship hiyo kidogo is not convincing. I'm not convinced with the hardship allowance. I'm convinced with the risk allowance. Kwa sababu wale wanapikwa, wanaumizwa, kazi yenu kufanya usiku. Na pia nimesema hii kitu ya kuweka checkpoint hata mkipewa motorcycle. Why should a chief awekewe checkpoint kwa motorcycle? Mtu mwenye anatembea usiku, mchana, anytime, why do you putting a checkpoint kwa vitu kama hizo? So the thing is, which is required, is na niliambia Beverly, muende mtoe hiyo checkpoint. There is no need for it. Hawa unajua hiyo motorbike unapatia chief, unafikiria ile mafuta tunampatia inatosha, tunaongezanga yake. Ndio aende wapi? Na chief ako kazi throughout. Hata akienda kanisa ya mbali bado ako kazi tu. Please. Sasa ati chief aende aeleze kwa checkpoint kwamba kuna kazi naenda. Si kazi ya chief ni anytime. Hata kuuliza hii mtoto ni mwanani, huyu anaishi wapi. Saa hizo is collecting intelligence ya kikazi yake. Ama namna gani? Yeah, so we need to remove those things. And maybe now work on the risk allowance to make sure that when they go for operations. Jana tuliambiwa kwa Murang'a mambo ya uniform. Uniform, tulikubaliana uniform inaletwa kuja county. Since independence, thanks to jukwaa la usalama, sasa uniform inaletwa ikuja hapa county. Hakuna uniform itaenda kupeanwa huko nje. Na uniform mtu apimwe mzuri, ikae mzuri. Yeah? Si namna hiyo? Nilikutana na mwingine huko Makueni. Uniform yenye amevaa sikujua ni mwanaume lakini sijui ni marinda ama ni loge. Because alirushiwa kwa dirisha. Akaambiwa, akasema initosha, akaambia jipange huko mbele. Na mwenye anasema anafunga mlango akienda huko. Huyo akafika wakati anataka kujipanga kutafuta fundi, waziri akafika. So waziri alipofika sasa akavaa akakuja. So ikakuwa. So jana niliambiwa kwa Murang'a ati uniform sasa yenu ati sio mzuri sana kwa operation. Ati material sio strong. Wakati unafurutana na mtu ya Chang'aa inasararuka. So nimeambia DIG mpange uniform yenye iko na good material. Ndio isaidie kazi. Asante sana. Na for the first time nilisikia also jana kwamba officers na chiefs na assistant chiefs wa mama wanasema uniform yenye wanapewa wakati inakaribia maternity haikutoshi. Unakaa tu vile ulivyo. So naambia hawa mfikirie maternity dress ya chiefs na police officers. You know, these things you want to learn these things kwa ground. Unamna hiyo? In fact it was a chief ndio alileta hiyo maneno. Nikajiuliza wajana na chiefs wengi mnaandikwa 35, 38, 40. Yeah, pengine most of you mmefunga hiyo maneno. Na hawa police officers wanaandikwa 18, 19, 20. Hata hawajazaa mtoto ya kwanza. So they need to think about the uniform ya expected police officers na chiefs na so forth. Mambo ingine ambayo nimeambiwa ni let me just check. Elders. Mambo ya okay. Hiyo ya nini kwanza? Hiyo kweli umenikumbusha mambo ya village elders. Nimesign juzi the cab memo. Nitapeleka cabinet, ikishapitishwa na cabinet tujue how to support our village elders kusaidia hawa. Kama ule chief mmesema amestakiwa na ako kesi kotini. DCCs, you need to escalate the same. We must get them lawyers. Lazima kuwe na lawyer for every person. Na nimesema even police officers wenye wanajipata wamepelekwa kotini wakifanya kazi yao, either for use of force or kumwaga pombe au kufanya nini, please you must escalate their information. Everybody must be represented by a court of law. And we are pushing in the cabinet office of the Attorney General to be strengthened in every county so that the person in charge of the Attorney General in a county ndio atafanya kazi na nyinyi kwa mambo kama haya. Mambo ya
hii political interference ya chiefs, police officers and so forth, please fanya kazi yako. Unajua, usiogope. Kama ni lazima utumie tear gas, tumia tu. Hata kama ukokosana na politician gani. Niwaambie story. Hapa Nakuru, kwa ile serikali ilipita, si nililingwa na tear gas. Kwanza niliwekewa wengine kali. Nilikuwa hapo London by elections. Nikawekwa tear gas nikiwa classroom. Lakini mwenye alilia zaidi ni DCC kuliko mimi. Kulikuwa na DCC alikuwa kazi hapo. Sasa askari mwenye alitupa tear gas hakujua tuko na nini, na kumbe DCC alikuwa na shida kidogo ya nini. Nilimwacha hapo anatafika, mimi nimeenda mbio sana. Lakini wakati nilikuja serikali, unafikiria nilienda kuuliza askari huyu alikuwa nani? Hakuna, si alikuwa kwa kazi hapa? Kazi namna hiyo. Hata ule ACC alinituzi kwa hapa. Nilienda kukuta huko Wajia hako kazi yake. Nikamsalimia, tukapiga picha, tukiendelea. So, wewe fanya kazi yako. Hata huyo mwenye unamtupia tear gas, akikuwa waziri wa interior siku nyingine, kwanza wewe ndio wa kwanza atakuita kwambie, wewe ndio unajua kazi kupambana na hii mikoa kaa pale. So, do your job. Don't be intimidated. Those people, let me tell you, si mimi nimekuwa na wanasiasa. Wanajua huko kazi yako. Na hata kama kuna wengine saa hizi wako kwa maandamano hapa. Lakini juzi walikuwa wanashuka kwa ndege ya rais. Na walikuwa wakali. Hata ukiona clips yako kwa social media alikuwa anasema wewe Raila utaona. Saa hizi akiguzwa kidogo analia. So, do your job. Kama wewe ni chief, assistant chief, you do your job. Kesho huyo mtu akiingia serikali ndio atataka wewe ufanye hivyo. Because he's trying to protect the country. So don't worry. Na hakuna mtu atatransfer mtu kwa sababu ya siasa. If you do your job, tumesema, any transfer yenye inafanywa yenye inaletwa na siasa, we will return it back. We will rescind that transfer. Bora tu hiyo information ikuwe escalated, ikuwe juu. Do your job. Hii Nyandarua mmepewa projects mingi na government. Sijui markets karibu ngapi. Sijui affordable housing nimeonyeshwa leo ya pesa mingi. Mabarabara, mimi nilikuwa waziri wa barabara na PS Mbuko alikuwa PS yangu na anatoka hapa. Mabarabara mingi sasa inaendelea, contractors walilipwa juzi. So sasa wewe ni chief, ati kwa sababu mwanasiasa ako kwa siasa yake anataka kuzima ile inaendelea, unaenda kufunga mdomo utaki kusema. Unafika mkutano unasema serikali imefanya mingi, nitawaita siku nyingine kuja kuambia nyinyi. Ati kwa sababu unaogopa wanasiasa. Do your job, explain SHA, explain housing, explain all these things. Kwa sababu it's important. Hata mheshimiwa akikuongelesha unamwambia mheshimiwa, sikia, wewe ita baraza yako na ikuwe ya amani, sitakusumbua. Wewe ukimaliza wacha na mimi, wacha nipambane na kazi yangu. Usiniharibie yangu kwa sababu sitaharibu nini yako. You need to stand firm in the work you are doing to make sure that you are giving the people the right information. So nimesema hiyo elders money, it's the same chief, ama it was assistant chief, ama it was who? Ama it was ACC ndio alisema ati pesa ya wazee ni kama machozi ya mwanaume. Atunaona ni kama anataka kulia na ali. Lakini mko na stories sana. Hata niliandika hiyo hapa. Hii jukwaa ni mzuri sana. Yeah, it was the same guy who talked about the ambulance. You've made my day. Mambo ya stagnation, we are also working on all of you will go for training and then after that it will be followed by your promotion. So there is no more, hii nyewe unaita mass promotion, it's no longer necessary because we are going for the training and followed by the promotions that are relevant for that matter. Mambo ya extraneous allowance, hardship allowance, mental health issues,
principal chief, we will make sure that we ensure that every county has 2 principal chiefs, and we will that will be done. Ile mkutano ya SCCs na president, we should do it by October. Alafu transfer, and then after this tutapanga pia yetu na chiefs, si ndio? Chiefs hamtaki kukutana na rais? Mnataka kukutana na rais? So nitasuluhisha kwanza shida zenu ndio mzifike huko mnistaki. Yeah. Tasuluhisha shida zenu, alafu tukikutana na yeye, he can come and meet us regionally. Maybe hapa tukutane hapa Nyeri, region ingine, kona ingine, like that, mpaka tumalize. Training of officers, newly gazetted units. Hii ni mambo ya gazetted units. Nimeona kweli mmeumia hapa Nyandarua, kweli au kweli tu. Kuna some places ile explanation ilisema kwanza Kinangop hii, Kinangop ile, and all that, and the other sub-counties. We are asking for money for operationalization of these administrative units. Hii supplementary budget inakuja. We really want to do a greater number of it, and I am very clear in my mind. Hii Nyandarua needs affirmative action, and we will do it. We will do it. Hii ni vitu haijafanywa since 2017. So we are trying just to work together on the amount to make sure that this is done. So mkue patient kidogo, your location, sub-location, divisions. Lakini wajini kuongeza ingine tena kabla hatuja hata advertise hizi. Tupatie time to advertise hii as we add others. Mambo ya NTSA nimekubaliana, mambo ya Kwari nimesikia kwa governor. Persons housing, technology, your radio calls, all these issues. Mambo ya government labs, CDF, Ngapu is also coming. We just want to do police recruitment. Tukishafanya the police recruitment, we roll out the Ngapu to the law level so that it can help you in enforcement. Members licensing of liquor, mmesikia hiyo, lack of light, electricity cost of security, mambo ya electricity, climate works, mmesikia hiyo yote, mama wamesema, theft of animals, illicit brew, youth, mambo ya youth issues. I like what he said, youth inclusion everywhere, with persons with disabilities also have asked for inclusion. Huduma Center to the ground there, I will discuss with my colleague in the Public Service Ministry. Darakwa Agricultural Market, he may pick all these things so that access to office by BWDs, sign language, Inua Jamii for them, and so forth. All these issues are important na imeandikwa. Kama sija highlight kwa hapa, haimaanishi kwamba we are not doing them, we are going to do them. So, tuko tayari kwenda kufanya kazi? Mjasema vizuri. Mko tayari kuenda kufanya kazi? Ya, si mbaya. Vile mmesema sasa hiyo nimeona iko na kidogo. Karibu nimwambie DIG, nilikuwa naenda kumwambia hii ya Nyandarua vile wanaongea wakifika Kiganjo nyorosha hawa kidogo. Asante sana. Lakini hurumia wale wako 55 kwenda juu. Magoti. Nilipata mzee mmoja ana limp. Juzi nilipoenda ku launch that program yenu. Nikapata mzee anatembea ame limp. Nikamwambia but ulikuwa sawa juzi, kwa nini unalimpa? Akaniambia hii kitu inaitwa salute, kumbe ni ngumu sana. Ati huko mkono huko ati nimefanya tu hivi. So I look forward to seeing you when you are graduating. We will be there, and hopefully all of you will have been trained in good time so that we see all of you. Sorry, nimependa kuongea mambo mingi. Lakini kwani ni rahisi kuwa nakutana na waziri kila wakati? Sini once in a while namna hii kuwa kwa mkutano moja na waziri, hata nikiongea mingi zinaweza kukubaliwa. Ngojea kidogo Madam Chief. So tunaweza songa namna hiyo pamoja. Bas kabla sijamaliza kabisa, wacha sasa nikaribishe wapi speaker, ama ni wewe Steve, on behalf of the MCS. Haya, pigia yeye makofi. Mnajua huyu Asla? Mpatie nafasi aseme, introduce MCS na aseme neno moja, alafu akaribishe deputy governor,
Yeah, Deputy Governor. Ambaye tunampenda sana, Waziri Murkomen, pamoja na viongozi wengine walio hapa. Allow me to still go with the protocol that was earlier followed. Let me take this opportunity to really thank you, Bwana Waziri. Najua nikiwa nimesimama hapa, wakati mmoja ulikuwa my boss, tukiwa pale Karen, ulinipanga mpaka nikapata hii kiti. So asante sana na kushukuru. One thing, Waziri, ningependa kukuomba, such a meeting is very rare. And I would humbly request, hata kama itawezekana tuweke kwa sheria, jukwaa la usalama iwe ni jambo ambalo tutakuwa tunafanya kila mwaka. Ndiposa tunakuja tunakaa chini na viongozi wetu katika ngao, mambo ambayo wanaongea tunasaidiana, ndiposa Kenya yetu iendelee na Nyandarua yetu iweze kuendelea. Siku ya leo nimeona chief ambao nimekaa sana bila kuwaona kwa muda, na ni jambo la muhimu sana. I would wish first of all to bring the apologies of our able speaker, Stephen Waiganjo. He really wanted to be together with us, Bwana CS leo, lakini mamake amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. And he's the only person who has that responsibility ya kuangalia mama yake kwa wakati huu. So kindly receive his apologies. Our deputy speaker ndiye amekuwa bunge siku ya leo, vile vile ndiposa hangeweza kufika. Waziri, utaniruhusu nipatie kiongozi mmoja tu ambaye wakati Mheshimiwa Kiarawa alikuwa anatoka hapa, alikuambia kwamba atakuwa na one of his representative ambaye ni CDF secretary. Na huyu ndio tunafaa kunyorosha kama chiefs wa hapa Olkalau constituency hawana zile ofisi umesema. Yeye ndio anafaa kutuambia kwa nini hawajajenga ama kama wamejenga. Wacha tumpatie dakika moja Bwana Kariuki aweze kutusalimia. Then kutoka hapo nitawauliza MCA wenzangu wote tuje hapa tafadhali. Our CS Interior, all protocols observed. My name is John Kariuki, NGCDF Secretary, Olkalau Constituency. Na nimekuwa kwa huu mkutano, but kusema ukweli Waziri, kama wahusika wa Olkalau wangekuambia yote bila kuficha mengine, wangekuambia CDF imewasaidia. I know Mheshimiwa wenu David Jogona Kiaraho, a week ago, ali-launch ujenzi wa a new police station in Olkalau town worth 8 million. Najua the OCS, the OCPD wako kwa hiyo program. Our DCC Mr. Ololutua is a member of CDF Olkalau, na tuna mipango mingi. Today in the morning nilikuwa kwa ofisi na nimelipa furnitures za assistant chiefs watatu na nimewaona hapa. Tumejenga more than 50 offices za chiefs and assistant chiefs. So mambo ni mengi bado hayajafanywa, lakini kwa upande wetu kama NGCDF tunajaribu na tutazidi kushirikiana ndiposa kuinua hali ya usalama wa Nyandarua. Asante sana. Thank you very much Kariuki, na asante kwa kunipa fursa hiyo waziri wetu ambaye tunakupenda sana. Wakati huu ningependa kuuliza waheshimiwa wote waje hapa, wasimame tu pahali walipo kwa sababu ya muda. Alafu with your permission tumesema tutaangalia agenda, tutakuwa na Mheshimiwa Kagwe na Mheshimiwa Kate ambao wataongea kwa niaba ya hawa wengine. Bwana CS nilikuwa nimekuintroduce kwao, lakini vizuri ni wataje tu. Tuko na Mheshimiwa Patience Manga kutoka kule Kinangop, Kadhara. Ako na nguo za scout. Tuko na Mheshimiwa Mary Kabiro aka Maria Haron, ni NEC member wetu wa chama cha UDA. Tuko na Mheshimiwa Lucy Kidhinji kutoka hapa Olkalau.
Tuko na Juliana Babu ambaye ni mheshimiwa kutoka Kinangop. Haya, tuko na mheshimiwa Milka Nyambura kutoka North Kinangop. Tuko na mheshimiwa Kariuki Mohende kutoka Magumu. Waziri, tuko na the newest member of the county assembly. Alikuwa sworn in jana, Jane Joroge. Wakati huu ningependa kumpatia Bwana Kagwe aongee tu kwa dakika moja. Thank you sana Mheshimiwa Muriithi. Bwana CS, all the protocol observed. Our chiefs, good evening. CS, my name is Mwangi Kagwe, Deputy Majority Leader, Nyandarua County, and CAF representative, Central Region for MCAs. Wewe ulinyang'anya chairman wangu, Bwana Seblei. Tulifanya kazi mzuri na yeye, lakini unikanyang'anya. Kwa hivyo, kwa niaba ya County Assembly, tunashukuru ofisi yako. Uliona jamaa mshapakazi, ukabeba ukaenda na yeye. Kwa hivyo, bado ushoke, bado uko na washapakazi wengine, unaweza chukua ukafanya kazi na wao. Mimi sitaki kunena mengi, Bwana CS. Kwanza ni kuambia asanti kwa kuonyesha manifesto ya rais ya bottom up. Wewe umetoa ofisi ya rais, ofisi ya waziri Nairobi, ofisi ya DIG Nairobi, ukaileta hapa mashinani. Tunakushukuru sana. Hiyo ingine ya mwisho kabisa, hawa machief na assistant chief, najua kuna mambo waizo wakajitetea. Na sasa Jume wewe umewapanga, na mimi ngoje tu nikupange kidogo tu. Wamenituma wakaniambia wamesomesha watoto yao wote ni graduate. Lakini ikifika wakati ya kutafuta kazi, hata wao wanapanga laini kama raia. Wakaniambia wakati ingine, wakati kuna recruitment ya police, NYS, forces, angalau wanapewa kakitu kadogo tu, wanakuwa hapo mstari ya mbele, angalau wao wasipange laini kama raia. Hapo ni sawa? Na nikikwambia hivyo, kuna wengine hapa wamenifuata, juzi wamenifuata mpaka Homa Bay, tukua na rais. Ati wanipatie CV ya mtoto yao. Sasa, juzi alempea nikapea Kidiki. Leo si ukubali juu najua amekuja. Wewe mimi nitakupanga. Ulishukua chairman wangu, kubali sasa nikupange na hiyo CV ya huyo mtoto, uende naye ukampange. Wewe Madam Mwega, wapi hiyo, unajua unaogopa? Hakuna, pelekea CS. Hiyo CV saa hii, sio kesho. Saa hii patia yeye akupange. Hiyo ni mimi. Wewe ukitaka kunishuna masikio, nishune nikifika Nairobi. Asanti. Ya mwisho kabisa, Bwana CS. Unajua hii nimesikia watu wengi wana complain ati hapa Nyandarua ni hardship. Na umesema wenye wanasikia ni baridi waende kwingine, lakini ningekuomba tu. Nyandarua iko arid and semi-arid. Kuna mahali kwingine kuna joto kama Karahari. Wengine huko wakicomplain baridi, huko Ndaragwa wana complain mambo ya joto. Mimi ningekuomba tu wasiende Wajia, wengine wanakuja Daragwa. Lakini hatuongei kwa niaba ya hawa. Kuna walimu na bado kuna watoto wetu wenye wangetaka kuwa na school feeding program. Tungetaka Nyandarua County to be declared all of it as a hardship area. Reason walimu wetu wasikuwe wanaenda Laikipia, wengine wasikuwe wanaenda Nyeri, wengine wasikuwe wanaenda Samburu, mahali watapewa hizo hardship allowances. Ya mwisho kabisa, pombe waziri ni kama imerudi kidogo, lakini through your office ya county commissioner na wa chief wanafanya kazi ya ziada. Pombe ilikuwa imerudi, lakini wao sio wambaya. Watu wambaya ni distributors na distillers. Kwa hivyo wakati unaangalia mambo ya pombe, uangalie mambo ya distillers. Mimi sina mengi. Ya mwisho kuna mzee waziri, na mimi nitakupea mashida leo na ukubali. Juu wewe ulinipanga wakati ya siasa ukaniambia nitafute kula. Leo aliniambia nitafute kula ya UDA. Kuna mzee alisema yeye ni wa 2 minute, mimi ni wa 2 term. Na hapo sibaduki. Hapo mimi sibaduki kwa 2 term.
hata wapande mlima ama mpande wa Munyoro, mimi ni wa 2 term. Yeah? Na sasa na huyu mwingine. Na sasa nitakupanga yule mzee wa Daragwa Shoma Market. Huyo mzee nimelipia watoto wake school fees. Wakati amefungiwa nyumba juzi, nimelipia yeye nyumba. Waziri beba shida yake na mimi nitakufuata kwa ofisi. Hata leo alikuwa ameniambia ati nikipata kitu nimpatie, mimi nimemwambia shauri yake leo ajipange. So bwana DIG, na wewe karibu sana Daragwa. Pale Daragwa tuko na nyumba ya askari. Iko 75%. Wewe OCS mwenye ameongea vizuri hapa ni wangu. Nakwambia anakaa nyumba yake ni ile ya kitambo ya 1931. Ukimalizia hiyo nyumba, hao askari watakuwa sawa na maisha yao itaendelea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Kagwe. Waziri, wakati tulikuwa tumekaa na deputy governor pale, alisikia chief amesema yeye ni wa 2 minutes. Akaniuliza kila kitu ni 2 minutes. Nikamwambia tutakutana na chief nyuma ya hema, atuambie kama hiyo mambo mengine na yeye anafanya 2 minutes. Lakini hiyo sio ya hapa. Wakati ningependa kumpa dada yangu Mheshimiwa Kate dakika 2. Asante sana Waziri Murkomen, naibu wa gavana, na nikizingatia itifaki zote. Jina langu ni Catherine Nyawera. Mimi ni mbunge mteule na nimeteuliwa na hii chama yetu ya UDA. Niko na mambo matatu ambayo nitayazingatia. Ya kwanza ni kukushukuru wewe CS kwa sababu ya kufika. Sijui kama kuna siku uliona wakati tuliandamana kwa police station pale Mairoinya na tukasema OCS afukuzwe. Lakini wakati hawa watu wamekuja hapa, nimesikia wamesema wenyewe wapigwe transfer kwa sababu ya kuzoea ile mji. Mtu anakaa anaanza kunongoneza na wengine na wanafanya uhalifu. Tunashukuru kwa hiyo transfer. Pili, Bwana CS, sisi kama MCAs huwa tunaalikwa na ACCs na DCCs kwa mikutano ya security kwa sababu inatuhusu, kwa sababu watu wakiibiwa, wakiwa na uhalifu, sisi ndio tunawasaidia. Sijasikia wakitaja watu wanaitwa watu wa nyumba 10. Hawa ni watu ambao wako chini ya chiefs, na ni watu hata vile ulikuwa unasema ati chief ndiye ako na uvumo, yeye ndiye analeta udaku katika mji. Mtu wa nyumba 10 ndiye ako na udaku zaidi. Yeye ndiye anajua nani ameingia saa hiyo na nani anatoka na nani alipiga mayowe jana. Kwa hivyo mimi naomba, kwa sababu hiyo docket ya nyumba 10 iko chini ya serikali kuu, naomba hata ikiwa ni airtime, hata ikiwa nimesikia ukiambia chiefs walisema watafanya, they are very innovative, hata wale ni very innovative, lakini airtime. Wale watu mbuzi ikiimbiwa, nini ikifanyiwa, wakipigania simu 5 watoke mahali moja, mhalifu anakimbia. Mwisho Bwana OCS, wakati ulikuwa unapewa muktasari wa nilisikia barabara zikitajwa na nikajiuliza nikiwa pale, kwani hii doketi yako iko na barabara ambayo inazingatia mahali kama Laikipia, na nilisikia mama mwenzangu akisema kwamba maji sio issue ya security. Sababu ya watu kupigana Laikipia na mambo ya ng'ombe na nini inakuanga maji. Kwa hivyo maji ni mambo ya security. Hapa Nyandarua kuna barabara hatuna, na mimi nimefurahi barabara ya Ndaragwa ya Sharp Road na hii ingine ya kwenda Karamton inatengenezwa. Ningeuliza waziri uweze kuzingatia barabara kadha wa kadha, na mimi nashukuru. Asante. Asante sana Mheshimiwa Kate. Waziri, nitaenda yangu itakuwa mafupi sana. Waziri, wakati nilikuwa natoka nyumbani nilijua kwamba ofisa wengi watakuwa na kiraoni. Na mimi nikatafuta yangu kidogo ndiposa tuweze kutoshana nao. Kwa hivyo hata mimi leo niko na kiraoni, ukiangalia maofisa vile mimi utaniangalia. Yangu itakuwa mafupi sana, nitaongelea tu juu ya mambo mawili ama matatu. Jambo la kwanza Bwana Waziri ni mambo ya road safety.
tumekuwa na ajali nyingi sana hapa Nyandarua. Na one of the major causes of the road accidents ni kukosa road bumps mahali ambapo zinafaa. Tungependa kukuomba Bwana Waziri, together with our traffic officers, kuna sehemu ambapo tunahitaji kuwa na road bumps na hamna. Kwa mfano kama hapa Olkalau karibu na hospitali yetu ya JM, kumekuwa ukifanyika ajali nyingi hapo, na one of the major reason hamna bump. Wagonjwa wakivuka unapata wakati wengine wamegongwa na gari. Jambo hilo lingine chifu atakuambia, in Nyandarua we have so many colonial villages. Na one of the main challenges ambayo chiefs wetu wako nayo ni makesi ya mashamba, and especially on those colonial villages. Tumewaahidi wananchi wetu kwa muda mrefu mambo ya title deeds. One thing that I request of you, Bwana CS, ukienda kule Nairobi, pali imekwama kidogo, tusukumie ndiposa tuwapatie chiefs wetu kazi rahisi mambo ya colonial villages. The other one, najua rais ambaye tunampenda sana anajenga nyumba. Would humbly request, katika station zetu tuko na shamba kubwa. If we can bring those affordable houses to these stations, askari wamesema hawana shida na kulipa rent. Kwa hivyo tungeomba part of the affordable housing zijengwe kwa hizi police stations, na ofisa wetu wataishi katika mazingira ambayo inafaa, na ile rent kidogo ambayo watalipa sidhani watakuwa na shida. Jambo hilo lingine Bwana Waziri ambalo ningependa kukuomba, katika ofisi nyingi za machiefs wetu hatuna stima, na jambo ambalo ningekuomba tujaribu kuleta stima karibu na hawa maofisa, na hizo stima tukileta transformer katika ofisi ya chief, jambo lingine tutaweza kuweka hizo stima katika manyumba ambayo yako hapo karibu. The last but not the least ni jambo ambalo DCC wangu waliomba. Hii mambo ya ng'ombe kuchinjwa, one of the main problem that we have Bwana CS ni nyama kusafirishwa usiku. If we can be able to ensure that meat is transported from 6 to 6, hii mambo ya ukora ya kuchinja ng'ombe za watu itaisha. Na nikimaliza kabisa, kuna mheshimiwa ambaye alikuwa ameniambia hii mambo ya pesa ya wazee, tafadhali tusaidie. Wakati mwingine unapata kuna mama amekuwa akipata hizi pesa, then all of a sudden hiyo mfereji inafungwa. Kwa nini? Mtu ameenda jina lake limebadilishwa. Na hayo mengi, wakati huu ningependa kumwalika our Deputy Governor Madhara Mwangi aje aongee, alafu baadaye atakurudishia. Asante sana. Asante Bwana CS, DIG na viongozi wale wengine wote wako hapa katika ngazi zote za serikali. Bwana chief, chief na assistants nyote mko hapa. Wananchi wa Nyandarua, hamjamboni siku ya leo? Hamjambo. Chiefs, assistants, chief, viongozi nyote hamjambo tena. Nitaongea tu kwa kifupi kwa manake Bwana CS amekuwa hapa tangu saa 3 ya asubuhi. And let me say this, Honorable CS, I'm delighted to note that today you've been here since 9 o'clock and you've been patient with us. It means you are deliberately concerned, rather committed to come for this day to engage with these people of Nyandarua. This has never happened before in this country and it's happened now. Can we really appreciate the CS? Let us appreciate him because of this unique initiative for our country going forward. Before I make my speech, allow me to introduce my waziri yako hapa. Waziri kuja kidogo tu. Huyu ndiye waziri wetu wa public service, anataka tukusalimia CS. Basi kidogo tu. Okay. Asante sana. Kuna wafanyikazi wengine wako hapa? Waziri wengine? He's the only one, so okay. So I think the rest have. I am Kanyinge, CEC Public Service, Administration and Devolution. Thank you. Asante sana.
Hao wengine wote bana CS wameongeleshwa na wengine naona kama wameondoka. Kwa hivyo, let me say, I was appreciating your initiative. For this country, it has never happened before. And what I'm saying, bana CS, this adoption of your style is what probably would call as management by walking around. Sivyo? Manake siku ya leo umepata kuzungumza na wananchi na viongozi hawa wa serikali, chiefs, assistant chief, all of them in the administration, whom we have confessed today, we work with them very, very well, starting from the county commissioner downwards to the assistant chiefs. Our relationship with them, we work very well, and we have been able to achieve matter security because we have been really, really interacting with them very well. So mine is to appreciate, like you are saying, today is the Nyandarua County is number 31. You have walked across the country for this initiative. Now that you know, if you have not walked around this country, you would not have had the problems that you have presented here today, isn't it? Na waziri ameziongea zote, and I'm happy that you have been able to address all the issues. So mine is to appreciate all that, and I don't want to add more because of time. Na ningekuomba tu CS waendelee namna hiyo. Wameongea mambo ya nyumba 10 ya wazee. Hizo pesa ningeomba tu waangalie wazee wa nyumba 10, pesa zao ziangaliwe. Hayo mengine yote yamesemwa na we have actually addressed them. But however, let me say that what these people require, CS, is for them to be motivated. Their welfare, they talked about, and they need to be motivated. If you could be able to address those issues, I'll tell you, these people will be able to work and give results. Simply because when you motivate them, they'll give results. And there are some of the things that they presented here today. Kuna mambo mengine yamesema leo, zenye unaweza kufanya in the immediate, and some of them are going to be long term. I would request for those items or issues they have raised that you can be able to address to them in the short term, kindly do so as we can be able to see the effectiveness of these people. With those few remarks, Bwana CS, mine is to say thank you very much. Continue with this good work you are doing for the country, and God bless you all. Asanteni sana. Pigeni DG makofi. Unajua waziri wa public service ameumia kwa mikono yangu mara mbili. Siku ile nilisupport opponent yake ndio akakuwa senator. Alafu sasa leo nimekataza yeye aongee. Lakini next time nikikuja wewe ndio utakuwa wa kwanza kuongea waziri. So it's just because tumeambiwa weather sio vizuri and we need to take off. Let me now give our DIG Masengeli. Mnamjua? Pigeni makofi aseme neno moja. Thank you so much, Waziri. Wana na pindi za Mungu hamjambo. Bwana DG, allow me to write on the protocols already established. Jambo tu ni kwamba sisi tunakutana hapa kwa sababu ya mambo mawili. Moja ni kuhakikisha huyu mwananchi wa Kenya ako salama, mali yake, maisha yake, kusema kwake, kutembea kwake, hata kulala kwake ako salama. Ndio sababu mimi na wewe, waziri, waheshimiwa, wote wanakutana hapa because our common denominator ni huyo mwananchi, si ndio? Ninajua mko na simu na mko na Biblia katika hizo simu zenu. Hebu peana mic kwa mmoja mwenye yako na Biblia aangalie John 3:14. Akiwa tayari atatuambia inasema nini. Yale mumesema tumeyasikia. Tukienda tutayatimiza. Lakini I will encourage you to have teamwork and a synergy the way you've been having, to be hardworking, to be so courageous, and also to be your brother's keeper. President pala aliongea akasema insecurity, mambo ya roadblock nini, natumai DJ amesikia watafanya. Nani amepata hiyo Biblia? John 3:14. Aya, pelekea ikipale ako pale. Ama pelekea mwenye amepata tu asome. Unaposoma Yeremia 29:11 inasema Mungu anakujua na mpango mzuri sana na wewe. Anataka uprosper. Aya, tusome. John 3:14, the Bible says,
Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Hiyo ni John 3:14. Yes, sir. Thank you. Asante. Natumai hatuna mambo mengine, lakini nilitaka kusoma hivi. Nao askari wakauliza, mimi nifanye nini? Waliambiwa nini? Walikati waliuza Yohana. Aliambiwa nini? Utosheke na mshahara, usimdhulumu wala kufanya nini? So tuishi hivyo. Afande, let me stop there as we continue. Thank you, sir. Pigeni makofi DIG. As we finish, I have understood what Mheshimiwa MCA alikuwa anasema kwamba the hardship you are talking about is the county as a whole. Hiyo iko na procedure ya serikali yenye lazima ipitie the application process and so forth, and I'm sure ikikuja namna hiyo we will consider through the cabinet. Alafu mjue kwamba you are doing very well, by the way, kwa mambo ya pombe. You have done well. Nyandarua kwa proliferation, kwa kutembeza mambo ya pombe. That's why hata sijaona watu wengi wakiongea. Hata kwa ile utabiti tumefanya, you are number 37. Which means mko nyuma huko. Kwa county kama Murang'a iko 17. Yeah, Trans Nzoia iko number 1. So we have so Trans Nzoia saizi wanang'ang'ana kabisa. Trans Nzoia, alafu Kakamega, Kisumu, Nairobi, Kiambu, Machakos, those areas where we have the biggest challenge. Ule ndugu wa Ndarakwa market, I will follow up your issue. Yeah, I'll follow up your, you didn't need to go there, ungeniambia hata ningesikia tu. Alafu there was another young man, sijui alikuwa anasema nini, akaenda wapi? Where was he? Where did he go? Oh, okay. Utasema mambo yako nikienda. Nimeona pia machiefs hapa wamesoma sana. Nimeona mmesoma kabisa, graduates. Kuna chief aliyokuwa anaongea Kiingereza hapa. Kali ule wa first class. So tukitangaza mambo ya ACC sasa wewe umetosha kutoka hapa kujaribu mbele. Umesikia pass? Nataka siku yenye tutatangaza ACC yeye na wengine at least lazima nione jina yake amekuwa ACC. Yeah. Na pengine apelekwe huko Embobut. Aende afanye kazi kwangu huko. Alafu nashukuru, it is true bwana CDF chair kwamba most of the CDF wamesaidia kwa security, lakini security mlikuja late, mashule ilianza kwanza, si kwa ubaya. We just want now to have that relationship enhanced. Na nashukuru sana relationship tuko nayo na wabunge, na tell Mheshimiwa Kiarao nimeshukuru that he came personally to receive me before going for a function in Mombasa. I want to say must thank you for him for taking his time to come here. Na he told me to give you his apologies. Road bumps nimesikia, mambo ya maji yoyote, land cases and meat transportation. I think it's for the county security team wapange tukikubaliana mambo ya transport ya meat 6 in the morning to 6 in the evening, then that will be sorted out and so forth. Kwa hivyo, as I told you, all the chiefs wenye wamekaa 17 months amjalipwa, I know where the problem is across the country. You are 600. Ule wa hapa is in the list. Yeah, so we have a list which is in Public Service Commission. You're about 16 of you. And I really want to say that we will find a way of making sure September mumelipwa pesa zenu. Kwa hivyo, asanteni sana na Mungu awabariki. Chief, utaniambia tukienda. Thank you very much.